ingine ni maongeo na kuachiliwa kwa roho. Then the coming revival. Na ufufio unaokuja. What's it look like? Inakaaje? How will you know it was there? Utajuaje ilikuwepo? The anointing, another little mini book, and then upako, the touch of God, which was the first book I wrote on the anointing back in guzo wa Mungu ambao ni kitabu cha kwanza niliandika mwaka wa 92. And then a book on the gifts of the Spirit. Ingine ni juu ya vipawa vya Roho Mtakatifu. And a book called The Coat My Father Gave Me. Na ingine ambayo kile baba yangu alinipa. Amen. Amen. Let me ask this dear sister, what's happening? Kunafanyika nini dada? Talk to me. Niambie. See, the power of God's all on her. Nguvu imemjaa. So she's overcome by the presence of the Lord. Amewezwa kabisa kwa nguvu za Mungu. Amen. Amen. So you know what, my advice is better to just leave her there. Mwachaneni na yeye tu hapo. When God's finished with her, she'll get. Mungu akimalizana na yeye atakuwa sawa. She's under heavenly anesthetic. Ako katika hiyo kulalishwa kwa mbingu. Amen. You know that happened to Adam. Unajua kilifanyika nini kwa Adamu? God put him like that. Mungu alimweka usingizi. Took out his rib. Na akatoa ubavu. He woke up. Alipoamka, he saw her. Akamuona. He says, "Wow, man." Akastaajabu akasema, "Ha." It's a woman, you know. Anyway, some of you won't understand I'm playing with words here. Nacheza na maneno hapa. He took a rib. Mungu alitoa ubavu. And look what he made. Angalia alichotengeneza. Imagine if he used the arm or leg. Ingekuwaje angetumia mkono ama mguu? It's just a joke. I'm sorry. Na nafanya tu utani kidogo. All right. Haya. Then there's 4 books that relate to what's happening in the world. Alafu kuna vitabu vinne ambavyo vinaguzia yanayotendeka duniani kwa sasa. The history books. Vitabu vya historia. The first one's called The Killing of Uncle Sam, The Planned Demise of America. Hiyo inazungumza, inasema hivyo. Which you can see that happening before your eyes right now. Ambayo unaona inafanyika mbele ya macho yako sasa hivi. Killing the Planet. These are not just easy reading. These are top university books. Si vitabu tu vya rahisi, ni vitabu vya wasomi. The first book's got 1,000 footnotes. So people say, I don't believe it. I don't care. Wengi wanasema mimi siamini. I have the proof. Mimi ninayo thibitisho. This country now is number 89, and I've been in 89 countries. Nchi hii ni moja ya 89 ambazo nimetembelea. 43 years. And I'm the one that asks questions. Na mimi ndio nauliza maswali. When I was a little boy, nilipokuwa kijana I got all the spankings. Nilikuwa na mambo mengi tu. Because whatever was in the house, chochote kilikuwa nyumbani, I wanted to know how it worked. Nilikupidi nipigwe kwa sababu nilikichokora nijue kinafanya kazi aje. I took it apart. Hivyo nilifanya mambo. I tried to put it back. Nikajaribu kuunganisha, sikurudisha. Nikajua niko kwa shida. Because whatever I took apart didn't work anymore. Maana chochote niliguza hakifanya kazi. I always wanted to see what was. Nilitaka kuona ni nini inayofanya hiki kitu ifanye kazi. Everywhere I go in the world, I always want to see what's going on here. Kila mahali niendapo duniani upenda kutaka kujua ni nini kinafanyika hapa. It's the same thing. The problems that Kenya is facing. Na shida ambazo taifa la Kenya linafanya are the same problems you find anywhere in the world. Ni matatizo utapata kila mahali duniani. Somebody said, no, you have to understand it's different here. It's not different. Kwa hivyo unahitaji kuelewa tofauti. Same problem. Shida ni ile moja. It's just another mechanism by which those problems are delivered. Ni ile tu hali ambayo inahitaji sasa kuingiliwa kitofauti. But when the Holy Ghost comes, hivyo Roho Mtakatifu akija, God levels the playing field. Mungu anaweka hali tambarare na anaanza kudhihirisha. Everything has to change for your kila heart. Kitu kinaanza kubadilika kutoka ndani. Are you with me? Kwa pamoja nami. Because if the heart doesn't change, maana kusipogeuka ndani ya moyo, open to greed. Uchoyo utakuwepo.
covetousness, na tamaa, jealousy, wivu competition. na mashindano. That's like that in the political realm. Na kama ilivyo katika That's like ulimwengu wa siasa, that in the business realm. itakuwa hivyo hivyo katika ulimwengu wa biashara. Unfortunately, it's like that in the church. Na inatamausha kwa sababu iko hivyo pia kanisani. That's how it is. Hivyo ndivyo ilivyo. Na mambo ya kiuchumi. I don't bow to the WHO, mimi si the World Health nabii Organization. ambayo ndio. I bow to one king and his name is Jesus. Mimi ninamuinamia mfalme mmoja ambaye ni Yesu pekee And yake. Jesus said, I will build my church. Yesu alisema And the gates of hell will not prevail against ya it. kuzimu haiweze kuisuia. And righteous men do not take the orders from wicked men. Watu wenye haki hawapokei amri kutoka kwa watu wasio haki. And we will stand for truth and righteousness. Tutasimamia ukweli na haki. And if it means death, then so be it. Na kama inamaanisha kufa na iwe. Cost a long time ago. Na inabidi hivyo. Can you say amen? Sema amina. We are not afraid of our life. We're not afraid of our safety. Hatuogopi juu ya usalama wetu. We have angels of heaven. Tuna malaika wa mbingu wanafanya nasi. Amen. Hallelujah. And so all of this was wickedness perpetrated upon the planet. Haya yote yalikuwa ni maovu yaliyokuwa yamepangiwa ulimwenguni. Had nothing to do with the virus. Hakuna kitu kama hiyo iliitwa virus. To do with the control of civilization. Ilikuwa ni njia ya kuleta watu katika utawala wa ulimwengu wa kisasa na kuvunja mwili wa Kristo ili kanisa lisiwepo. Excuse me. I'm having church. Mimi. I said I'm having church. The Bible says, don't forsake the gathering of yourselves together, even the much more when you see the day approaching. Biblia inasema msiache kukutana pamoja zaidi sana. Wanasema ati sisi tunadhibitiwa ni maserikali za nchi. They have no authority to hawana mamlaka what the church does. Kwa chale ambayo kanisa yanafanya. The church is under the headship of Lord Jesus Christ. Kanisa liko chini ya uongozi na utawala wa Yesu Kristo. Government must be subject to the church and to the serikali inapaswa kutiishwa chini ya kanisa. Not the church. Sio kanisa kuwa chini ya serikali. Otherwise you got the tail wagging the dog. La sivyo basi itakuwa ni kama mkia wa umbwa tu. Amen. So, kwa hivyo, I know I'm probably going to make some people a little nervous. Ninajua sasa nimeanza kuingiza watu wengine kwa kiwewe. If you were somebody that shut your church down, hivyo kama wewe ni mmoja wale waliofunga makanisa, then you should be ashamed of yourself. Unapaswa kuaibika kabisa. And you should go and hand in your credentials. Na uende uweke sawa
Because if I shut my church down, kama ningefunga kanisa langu, I would never preach again. Singehubiri tena. Because I would be known to be a liar and a fraud. Maana ningejulikana kuwa muongo na tapeli. The word of God. Maana sijaamini neno la Mungu. And I didn't believe in the power of God to heal and set people free. Na kwamba sikuamini nguvu za Mungu ziweze kuponya na kuokoa. And to deliver the captives. Can you say amen? Na kuokoa wale ambao wamefungwa. Sema amina. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. Praise God. Bwana asifiwe. We're honored to have the arrival of the First Lady. Come up here. Tunakuheshimu sana mama yetu. Karibu huku mbele. Come say hello to everybody. Sema hello kwa kila mtu. God bless you. Bwana akubariki. Good morning everyone. Habari asubuhi ya kila mmoja. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. I know we are going to have a great day that has already begun. God bless you. Najua tutabarikiwa kwa sababu tumeshaanza. Mungu awabariki. So anyway, so yes, Kenya. Hivyo Kenya sasa tuko. And God's hand is on Kenya. Na mkono wa Mungu huko juu ya taifa la Kenya. And here's what you have to understand, with godly leadership. Hivi ndivyo unapaswa kuelewa, tukiwa na uongozi wa kiungu. Your president, first lady. Rais wenu na mama wa taifa wa kwanza wa nchi hii. And she's a mighty woman of God in prayer. Na ni mama wa nguvu wa Mungu katika maombi na neno. God will hear from heaven and bless Kenya because Mungu atasikia kwa mbinguni na ataiponya taifa la Kenya. So I just want to encourage you. Ningependa nikutie moyo ya mataifa mengi. Because they don't have godly leadership. Maana hawana viongozi wanaomcha Mungu. That means God must really favor Kenya. Inamaanisha hiyo basi Mungu ataachilia kibali kikuu kwa Kenya. I think the Lord looked at Africa. Nafikiri Mungu aliangalia Afrika. And he pointed at Kenya. Na akaweka kidole cha Kenya. Akasema nitaibariki Kenya. Because he put godly leadership kwa sababu aliweka viongozi wanaomcha Mungu. That's why you must pray for your president and first lady more than anything. Ndio maana inakubidi kuombea raisi pamoja na mama wa taifa zaidi katika maombi yako. With righteous leaders, maana ukiwa na viongozi wenye haki, the nation will have righteousness. Basi taifa litaendelea kuinuka katika haki. With wicked leaders, lakini ukiwa na uongozi wa the nation will have wickedness. Nchi itatawalwa na uovu. So when I came here, I realized God has really blessed Kenya. Nilipofika nilitambua kwamba kweli Mungu amebariki Kenya. And what an honor yesterday to get to meet you, First Lady. Na jana ilikuwa heshima sana kukutana na mama wa taifa. Amen. Amen. So you're already way ahead. Wewe uko mbele zaidi nchi ya Kenya. We have big problems in America. Tuna matatizo mengi sana kule Amerika. So please pray for us. Mtuombeeni tafadhali. Because our president doesn't even remember where he is half the time. Maana rais wetu mara nyingi hawezi kumbuka atako wapi mara nyingi. He's not too sure. Ana hakika ako wapi. Somebody said you pray for him. I pray for him all the time. Watu wanasema namuombea sana kila wakati. Because I feel sorry for him. Maana ninasikitika kwa ajili yake. A lot of people just use people. Maana watu wengi hutumia tu wengine. People should be retired and be in a home, you know. Watu ambao wanapaswa kuwa walishastaafu wakakaa nyumbani. They put people up, you know, as wanawaweka katika nafasi za uongozi. And it's not right. Na sio vema. It's what we call elder abuse. Hiyo ni ile tunaita kutumia wazee vibaya. You must just take grandpa home. Unabidi umpeleke babu nyumbani. Give him his applesauce and let him go to sleep. Patie chakula chake kinyororo kizuri. Amen. Hallelujah. So I do apologize. Ninaomba samahani. If you've watched when they speak. Kama umewatazama wakiongea. And you don't know what they're saying. Na usielewe wanasema nini. Even the interpreter for the deaf, he doesn't know. Hata yule anayefanya tafsiri ya kisiwi ajui. Can't find the words. Anachanganyikiwa anasema nini. So there's no words. He just does this. Hakuna maneno, ni kutetemeka tu. And but God's not finished with America either. Lakini Mungu hajamaliza na Amerika bado. Can you say amen? Sema amina. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana sifiwe. I also want to give away scholarships to our university. Pia ninataka kupeana scholarship kwa university yetu. Obviously, you've got to get your visas and all that kind of stuff sorted out. Ndio utahitaji kupata visa na cheti cha usafiri kwa hayo. We don't have a campus accommodation sorted out, unfortunately. Na pia tuna makao ya wale watakaokuwa. If you can get there, all your tuition paid for 3 years, paid in full. Kwa hivyo ukipata hiyo vyeti za kuweza kusafiri utapata umelipiwa scholarship miaka mitatu. If you put that up on the screen, you can see. Unaweza kuiangalia kwenye runinga zetu. And if you know any Kenyans in America, Wakenya wengi walio Amerika, you could say, Pastor Rodney was here and he gave me scholarships. Unaweza kuwapigia waambie Pastor Rodney alikuwa hapa na akanipa scholarship na watumieni. So what we will do, we'll take
Kenyans for 3 years, train you, tutachukua wa Kenya kwa miaka and mitatu then send you tuwafundishe back, na kukurudisha huko, and we're going to see all 47 counties shaken by the hand of na God. tutaenda kuona kaunti 47 zote zikitikizwa na Mungu. The devil's not going to have any county in Kenya. Shetani hatapata magatusi yoyote ya nchi yetu. He might think he's going to have it, but he's not going to Anaweza have it. fikiri anaweza kuyapata, Because God's people are here. maana watu wa Mungu wako hapa. Can you say amen? Sema amina. Hallelujah. Hallelujah. All it takes is one man or one woman, Itachukua mtu mmoja wa watu wawili, mama and then mmoja, everything changes. na mambo yanabadilika. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Asante Bwana. Amen. Amen. Praise God. Asante. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Just lift your hands just for a moment. Nyosha mikono You yetu can basi keep kwa that dakika on the moja. screen till everybody's loaded it. And Kama kuna just to begin to thank God right now Anza kumshukuru Mungu kinanda kwa sauti ya chini for His presence. kwa uwepo wake. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. Wonderful Jesus. Yesu uliye wa ajabu. Amen. 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 We also want to just bless Mama Pia tunataka kubariki today. mama God yetu. bless you. Mungu akubariki mama. Amen. Asante. Strength, supernatural strength Nguvu za kiungu in Jesus' name. pokea kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. I want to get my band up. I brought my band with you. Nilikuja With na me. kikundi cha waimbaji We ambao have a whole tumekuja nao. orchestra. Orchestra ambao But tumekuja there nao. will only be 2 singers on the platform. The rest is all recorded in the studio. Tutakuwa tuna So I wawili. carry an orchestra in a box. Ninaibeba orchestra yangu kwa And I katika want them to kiboksi. come, and we're going to just worship for a little bit here Ningependa waje tuabudu and just flow kidogo, with what God wants to do. tuwapate mtiririko wa kile People Mungu are going to be anataka kufanya. healed just sitting in your seats. Watu tu watapona wakiwa wame- Amen. Sema amina. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Ray Pastor Ray. and Octavia, come. There's plenty of mics. Pick one and you win a prize. Chukua microphone moja hapo. Amen. Hallelujah. Come on, let's just give Him glory today. Mpatie Bwana utukufu. Fire, fire, fall on us. This is a revival. Fire, fall on us. Fire, fire, fall on us. This is a revival. Fire, fall on us. Like a wind on the day of Pentecost, rushing in like a mighty wind. Fill us up with your presence and your power, Lord, do it again. Oh, you are here, when we call, let the heavens touch the earth. Come and light a passion in our hearts, and Lord, let it burn. Hey, fire, fire, fall on us. This is a revival. Fire, fall on us. Come on, put your hands together. Overwhelmed by your glory and your grace, you consume us with your love. Give us more and more of who you are. We can't get enough. Come on, sing. Hey, fire, fire, fall on us. This is a revival. Fire, fall on us. Fire, 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 fall on us. This is a revival. Fire, fall
bring new life. You're the only one. Your life is fine. Yes, you're the only one. You're the only one who can bring new life. Bring new life. You're the only one who can light this fire. Come on, sing fire. Yeah, yeah. This is a revival. Fire. Sing fire, fire. This is a revival. Fire. Sing fire, this is a revival. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. Oh, thank you, Lord. Come on, how many of you ready for more fire? More fire of the Holy Ghost today. Oh, yes, I am. You did it before. You'll do it again. You did it before. Yes, you'll do it again. You did it on Pentecost and you'll do it today. Yes, you'll do it again and again and again. Yeah, yeah. Just like you did it before. Lord, we are ready for more. Just like you did it before. Lord, we are ready for more. Sing just like you did it before. We are ready. Lord, we are ready for more. Just like you did it before. Lord, we are ready for more. Just like you did it before. Lord, we are ready for more. Just like you did it. Just like you did it before. Lord, we are ready for more. Lord, we are ready. Come on, lift your hands and sing, Lord, we are ready for more. Lord, we are ready for more. Lord, we are ready for more. I'm so glad I've got the Holy Ghost. I've got the Holy Ghost of fire. Fill me with the Holy Ghost. Yeah, yeah. Fill me with the Holy Ghost and fire. So I've got the Holy Ghost. I've got the Holy Ghost and fire. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. I've got the Holy Ghost. I've got the Holy Ghost and fire. The Holy Ghost and fire. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. I've got the Holy Ghost. I've got the Holy Ghost and fire. The Holy Ghost and fire. Fill me with the Holy Ghost. Fill me up, I've got the Holy Ghost. I've got the Holy Ghost and fire. The Holy Ghost and fire. Fill me, Lord. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. I've got the Holy Ghost and fire. The Holy Ghost. I've got the Holy Ghost and fire. The Holy Ghost and fire. I've got the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost. I've got the Holy Ghost and fire. The Holy Ghost and fire. Holy Ghost and fire. Fill me with the Holy Ghost. Fill me with the Holy Ghost and fire. Come on and lift those hands and just thank Him right now. Just lift those hands and thank Him. You know Jesus is coming very, very soon.
Yesu anakuja hivi punde. We are closer now to the coming of the Lord than ever before. Tumekaribia zaidi kurudi kwa Bwana kuliko hapo awali. Let's get everybody ready. Kwa hivyo anahitaji kila mtu awe amejiandaa. Because he's coming suddenly. Maana anakuja ghafla. How many know that Jesus is coming very, very soon? Je, ni wangapi wanatambua kwamba Yesu anakuja hivi punde? And that's why we've got a job of work to do. Ndio maana tunayo kazi kuu ya kufanya. But he wants to get his church ready. Anahitaji apate kanisa lake liko tayari. Because he's coming back for a glorious church. Maana anakujia kanisa lilo without spot or wrinkle. Kanisa lisilo na mikunjo wala kunyanzi. Anakujia kanisa lililo baridi. Anakujia kanisa lililo na moto. And he even said, when I come back, will I find faith on the earth? Akauliza, je, nikirudi nitapata imani duniani? And we can say, yes, Lord Jesus. Tunaweza sema ndio Yesu. There's faith in Nairobi. Kuna imani Nairobi. There's faith in Kenya. Kuna imani Kenya. You will find faith on the earth. Utaipata imani Kenya. Amen. Amen. The sky shall unfold. Oh yes, oh we shall behold Him face to face in all His glory. Hallelujah. And now, Father, have your way this morning. Sasa Baba, let every ear be anointed. Wacha upako wako wanze. Let every heart be receptive. Mioyo yetu iweze kupokea. To receive all you have, we pray. Tunapokea yale ulionayo, tunaomba. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Praise God. You may be seated. Unaweza ukaketi sasa. I want you to take your Bibles. Ningependa uende chukua Biblia yako. And go with me, please, to the book of John. Tuende pamoja kitabu cha Yohana. Chapter 4. Mlango wa 4. And I want to take a few minutes this morning to talk to you about Jesus and his ministry. Nipende nichukue muda mdogo niongee na wewe kuhusu Yesu na huduma yake. We should finish round about 12:30, 1:45. Tutamaliza dakika chache kabla and I'm going to start at 2 o'clock on the dot, sharp. Saa 6 kamili tutakuwa tume. So whoever's here, if there's 3 people, I'm starting at 2. Amen. Na watu watatu hapa nitakuwa naongea. My time is limited. I want to get everything done. Tuna muda mchache na tuna mengi ya kupeana, tunataka kumaliza. So let's read from verse 1. Tuanzie aya ya kwanza. Then therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana Mbatizaji. Though Jesus himself baptized not, but his disciples did. Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. And the Bible says here, he left Judea and departed into Galilee. Aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya.
and he must needs go through Samaria. naye alikuwa hana budi kupitia katikati ya Samaria. Now when you read this passage and you look at it in the light of what they were up against, ukisoma maandiko hayo na uangalie ni nini walikuwa wanapingana nacho. Jesus was about to go into a place that he's not supposed to go into. Yesu alikuwa amekaribia kuingia maeneo ambayo hakupaswa kuyaenda, because of the status of those that were from Samaria. kwa sababu ya watu waliokuwa wanakaa maeneo ya Samaria. But when I look at the ministry of Jesus, he went to those that were outcast. Nikiangalia huduma ya Yesu, aliweza kufikia hata wale waliotengwa ama kubaguliwa. He went to the lepers. Aliwaendea waliokuwa na wakoma. If you look for Jesus, you would find him in the strangest places. Ukimtazama Yesu utampata maeneo yasiyo ya kawaida. Not the places you would expect him to be. Si maeneo yale alistahili kuwa. And if you want to find him in Kenya, he'll be in the strangest places. Ukitaka kumtafuta ama kumpata Kenya, utampata maeneo yasiyo na taadhima. Not where you would expect him to be. Si maeneo yale ungetarajia awepo. That's just Jesus. Hiyo ndio Yesu. He never changes. Hajabadilika. So he said, it says he must needs go through Samaria. Now, verse 5. Mstari wa 5 unasema, he cometh to the city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. And Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied, tired with his journey, he sat on the well. It was about the 6th hour. Na hapo palikuwa ni na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani, nayo ilikuwa yapata saa 6. Well, that helps me a lot when I know that Jesus got tired. Ya hiyo inatusaidia pia tukielewa kwamba because there have been times when I've been tired, you know. Maana kuna wakati pia sisi huchoka. The last couple of nights I was sleeping like 3 hours a night. Unapata wakati mwingine usiku unaweza lala masaa 3 tu. And last night I lay down at 2:30 this morning. Na leo nililala muda mchelewa kidogo. And when I woke up at 7:30 wide awake, nikaamka saa 1:30 na nikapata nimeamka. I was still in the same position. I went to sleep. So bado mahali pale the Lord knocked me out. Nilifikiri Bwana ameniondoa. But so Jesus was tired. How many feel happy that Jesus even got tired? Wangapi wanasikia vizuri kwamba hata Yesu alichoka? Does that help you a little bit? Inakusaidia hiyo? Who's tired here today? Nani amechoka hapa leo? One person there. There's several people that are tired. Lord, refresh them today that they don't be tired and go to sleep in the service. Amen. Bwana kuishe usilale katika ibada. You know, we have meetings all over the place and sometimes you get a crying baby. Tuna watoto katika kongamano hii na wakati mtoto anakalia. They don't preachers, they don't like a baby crying all the time. Na kuna wahubiri hawapendi kusikia mtoto akilia. I don't mind crying babies. Lakini mimi sijali mtoto akilia. I can't stand snoring saints. Lakini siwezi kuvumilia waumini wanaongorota kanisani. And people say, well, the baby's making a noise. Lakini mtoto yule anapiga kelele. It's not mine, so I'm happy. Amen. Hallelujah. All right, so now there comes the woman of Samaria to draw water, and then Jesus said, give me to drink. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Imagine being someone Hebu fikiria ukiwa mtu who's about to give the Savior a drink of water, ambaye anakaribia kumpatia Mwokozi, and your whole life is about to change. Na maisha yako kabisa inaenda kubadilika. Not only is your life about to change, but you're about to become a mighty evangelist. Si maisha yako tu kubadilika, lakini umekaribia kufanyika mhubiri mkubwa maarufu. And I know these people, they don't like women around ministry or whatever, you know. Najua watu wapendi wanawake wakikaribia huduma sana. But God doesn't look at that way. Lakini Mungu hawaangalii kwa mtazamo huo. Are you with me? Uko na mimi? Because God will use anybody that will make themselves available. Maana Mungu atamtumia yoyote atakayepatikana. And people have asked me over the years, how come that some of the most powerful ministries have been women? Na watu wanauliza imekuwaje basi baadhi ya huduma zenye nguvu sana ni wanawake? Who wants to know why? Nani anataka kujua ni kwa nini? Raise your hand. Who doesn't want to know? Anataka kujua ni kwa nini? If you don't want to know, I won't tell you. Who wants to know why? Na ngapi wangependa kujua ni kwa nini? Because a woman is used to being in a submissive role. Kwa sababu mwanamke ameumbwa katika hali ya kunyenyekea to a man,
kwa mwanamume. So it's easy for her to now let the Lord lead her and guide her. Kwa hivyo ni rahisi kwake kumkubalia Bwana amuongoze. Whereas as a man is I'm in charge. Ila hali mwanaume anajipiga kifua, anasema mimi ndio natawala hapa. And so as a man you have to really yield to the Lord. Hivyo kama mwanamume inabidi utie bidii ya kujiachilia kwa Bwana. Are you with me? Kuna mimi. So anyway, let's get back to this lady. She didn't know that a whole world was about to change. Hakujua kwamba ulimwengu ulikuwa kumekaribia kubadilika wote. So when I see Jesus, he's going around, he's not looking for multitudes, he's looking for one person. Kwa hivyo ninapoona Yesu anazunguka huku na kule, anatafuta mtu mmoja whose whole life is about to change. Mtu ambaye maisha yake yamekaribia kubadilika. I came to Kenya. Nimekuja Kenya believing for at least 120. That's all I'm looking for. 120 people. Nikiamini Mungu anipe tu watu 120. Now I already got a bunch of people yesterday. Nimepata watu jana. In your hometown, amen. Katika mji wenu. But if we can in Nairobi get 120 people, I'm very happy. Na hapa Nairobi kama tutapata watu 120 tafurahi sana. A most successful meeting. Na itakuwa mkutano umefanikiwa kabisa. And somebody said, why 120? Mtu anauliza kwa nini 120? Because that's how many people there were on the day of Pentecost. Walikuwa wangapi siku ya Pentecost? In the upper room. Katika chumba cha juu. 120. Walikuwa wanaume watu 120. Ambao walijaza 3,000, then 5,000. Wakalete 300,000, 500,000. And we are still shaking today because of what happened in the upper room. Leo bado tunatetemekea kilichofanyika katika chumba cha juu. So while we want to see millions touched, wakati ilali tunataka kuona mamilioni yameguzwa, it always comes with one. Inaanza na mmoja. One man or one woman, mwanamke mmoja ama mwanaume mmoja, touched by Jesus, akiguzwa na Yesu, and then they go out, akiondoka hapa, and everywhere they go, kila pote waendapo, Jesus touches through them. Yesu anaguza kupitia wao. Maybe you here today and you feel like you've been rejected. Wengi wenu mlio hapa mnahisi kama umekataliwa, and you've been pushed out, na mmesukumwa mbali, and you're not accepted, na mkubaliki tena. Nobody will pick you. Ni kana hakuna mtu atakuchukua tena. But Jesus says, I choose you. Yesu anasema nakuchagua. I pick you. Ninakuchukua wewe. Come here. Njoo hapa. I'm going to anoint you. Nitakupaka. I'm going to empower you. Nitakutia nguvu. I'm going to grace you. Nitakuweka neema. I'm going to equip you. Nitakuweka. I'm going to infuse you. Nitakujaza. I'm going to use you. Nitakutumia. It doesn't matter what man says. Haijalishi mtu anasema. The Bible says, not many high and mighty are chosen. Biblia inasema si wengi wakubwa walichaguliwa. God takes the weak things of the world. Mungu anachukua vilivyo vidhaifu vya dunia, vitu vya vinyonge vya dunia, confound the wise. Anakutumia kubadili yaliyo ya wenye hekima. You say why? Unasema kwa nini? So that no flesh should glory in his presence. Unauliza kwa nini? Ili kusiwepo na mtu mwenye mwili kujivuna mbele yake. For without him we can do nothing. Maana pasipo yeye hatuwezi lolote. Fail. Bila yeye tutashindwa. Without him we would be drifting. Bila yeye tutaondoka kando. Like a ship. Kama meli. Without a sail. Bila yule anayeelekeza. But thank God we're not without him. Shukuru Mungu. Hallelujah. Kwamba tuko bila yeye. If the Lord could pick me, kama Bwana anaweza kunitoa from the Eastern Cape, kutoka kule Eastern Cape, of Southern Africa, ya Afrika Kusini, in the land of the Koza, nchi ya Koza, and call me to go now 89 countries of the world, na kunipeleka nchi then God will find you wherever you are, basi wewe atakupata mahali, and he will put his power on you, ataweka nguvu zake juu yako, he will send you, na atakutuma. And just so you know, unajua, as I stand here today, naposimama hapa leo, I am a Kenyan. Mimi ni Mkenya. Amen. Hallelujah. All right, moving right along. Tuendelee kidogo. So he says to the woman, give me something to drink. Anamwambia yule mwanamke, nipe maji ninywe. And the disciples have gone away to buy meat. They went to get food because he was hungry. Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula, alikuwa na njaa. I think they went to go get Kentucky Fried Chicken. Nafikiri walienda kutafuta chakula kizuri kama kuku choma hivi. Or whatever. What chicken do you have here? Huku mna kuku aina gani? Huh? Kuku yupi Kenya tunamkula? What in kuku do you have here? Huh? Do you eat in kuku? Mnakula kuku? What's the name of it? KFC. Well, that's Kentucky Fried Chicken. Yeah. All right. So his disciples went out to get some food. Wanafunzi wa Yesu walienda kutafuta chakula. Then says the woman of Samaria to him, how is that you being a Jew, basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, you ask a drink of me?
Imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Which I'm a woman of Samaria, for the Jews have no dealings with the Samaritans. Ilhali mimi ni mwanamke Msamaria, maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. What was Jesus doing? Yesu alikuwa anafanya nini? He was breaking protocol. Alikuwa anaenda kinyume na itifaki. Jesus Yesu is the protocol breaker. ndiye mvunja itifaki. I'm telling you right now. Na kwa sasa Jesus disrupts everything. Yesu uchokora kila kitu. Many are the plans of man, Nyingi ndiyo mipango ama makusudi ya and Mungu. man endeavors to execute God's plan by his hand. Na mwanadamu hawezi kutimiza kusudi la Mungu kwa nguvu zake. But it is not by the plan of man Na hivyo si kwa nguvu za mtu and by the hand of man na kwa mkono wa mtu that the plan will be executed. kwamba hii itaweza kutimia kusudi. It's by the mighty hand of God. Ni ila kwa mkono mkuu wa Can you Mungu. say amen? Mtu asema amina. And so man must lay his plan down Hivyo mtu anaweza kumweka rafiki yake chini to get God's plan. ili apate kusudi la Mungu. All of those people in authority Watu wote walio katika nafasi ya would have said mamlaka to Jesus, walimwambia Yesu, no, no, no. la, No, you can't talk to that woman. huwezi ongea na mwanamke huyu, You are going to get yourself into trouble utajiingiza kwa matatizo. if this is picked up by the Jerusalem Post. Kama hii itachukuliwa na wakubwa wa It Yerusalemu will spread all over that you are breaking protocol. na ienee kila mahali kwamba wewe umeenda kinyume na maadili. She's an outcast. Huyu ni mtu ambaye ni wa kiwango cha Not chini. only is she an outcast Sio tu kwamba ni mtu aliyetengwa na in her kukataliwa. background, her nationality, Kule ametoka, nyuma ya mahali ametoka, but she is a woman who's been around. ni mwanamke ambaye amezunguka zunguka And you're huku, going to get a bad reputation. na utaenda kupata ripoti mbaya They're going to kukuhusu. say, oh, Jesus, Yesu we saw him down there. He was at the well. tulimuona pale chini kisimani, And there was a very questionable woman there. na kulikuwa mwanamke ambaye alikuwa naye ambaye And he hatujui was tabia talking yake, to her. na anamuongelesha And he even asked for a drink. na hata akamuomba maji. Inawezekanaje? Hasha. We must pull his credentials. Lazima tukague We yeye ni will mtu aina report gani. him to the headquarters of the denomination. Tutampeleka tumstaki kwa wakuu wa He dini. will have to appear Lazima utokee before the board mbele ya wazee wa and must give dini, an account of what he Lazima was doing there. utoe taarifa ni nini ulikuwa unafanya na mama huyo, Because it's terrible. maana ni jambo His mbaya. whole reputation is at stake. Umeweka heshima yako kwa hali ya hatari. What are people going to think? Watu watafikiria nini? But if you read through the Gospels, Ukisoma Injili ukiendelea, he did that all the time. alifanya hivyo mara kwa They mara. accused him of being a gluttonous man and a winebibber because he was always hanging out with sinners. Walimshutumu kwamba yeye ni mlavi anayeshinda na watu waovu. So Jesus picks the craziest people too. Yesu anapenda kuchukua watu wanaoonekana He wabaya picks a pia. tax collector. Akachukua Come follow mtosha ushuru. me. Who wants a tax collector working Nani for you? anataka kuwa rafiki ya mtosha ushuru? Jesus. Yesu He picks the strangest people. anawachukua watu wasio na tajriba nje. Out of 12, Katika wale 12, one was a betrayer. mmoja alikuwa msaliti He even knew that. na alijua huyo ni msaliti. One was a doubter. Mwingine alikuwa hana imani The kwake, other alikuwa one na was shaka. always getting into trouble. Mwingine siku zote alimweka kwa shida, And this was his dream team. na hii ndio timu ya ndoto yake. And people say, I don't know why Jesus picked those people. Na mtu anasema sijui kwa nini Yesu aliwachukua watu kama hao. Seriously, Hakika I would never pick those people. mimi siwezi fanya na watu kama hao. But Jesus comes and he looks. Yesu anakuja na kuangalia, And he will find the people that he's going to use. anawapata watu wale atakaowatumia. He said, you didn't choose me. Anasema wewe hukunichagua, I chose you. nilikuchagua wewe. Can I be honest with you here? Niwe dhahiri na wewe hapa. I would never have picked me to do what I'm doing now. Yani hangenichagua kufanya yale anafanya sasa. When I was young in the ministry, Nilipokuwa mchanga katika I huduma, was going to do everything. nilikuwa nafanya kila kitu. You know, my wife and I, we were married this now October, 42 years ago. Oktoba tutakuwa miaka 42 ya ndoa. Amen. Amen. And I was young.
Nilikuwa mchanga. I met her, I was 19, she was 18. Nilikuwa miaka 19, alikuwa 18. We got married, I was 20, she was 19. Nikioa nilikuwa 20, akiwa 19. I had a guitar and a suitcase. Nilikuwa na suitcase. But I didn't have a car, she had the car. Sikuwa na gari, alikuwa na gari. That's why I married her. Ndio maana nilimuoa. Because I knew we could get out of town. Maana nilijua tunaweza toka mjini. If the people didn't like our singing. Kama watu hawakupenda kuimba kwetu. And so, but I was ready for everything. I was going to shake the world. Nilikuwa nafanya kila kitu, nilikuwa naenda kutingiza dunia. And I would pray, I would say, Lord, I'm ready. Nilikuwa naomba, nasema Bwana niko tayari. Why are you using that person? Mbona unamtumia yule? What about me? Mbona si mimi? He says, you're not ready. Akasema huko I'm tayari. ready, I'm ready. Niko tayari, niko tayari. Lord, I'm ready. You're not. Bwana niko tayari, ananiambia la. Lord, I am ready, I'm ready. Bwana niko tayari, niko tayari. You're not ready. Hauko tayari. So, Kwa hivyo there was 1980 when the ministry, 81 got married, and 82, 83, I'm ready, 84, 85, I'm miaka ready. hiyo About toka 86, I say, mpaka oh, 89. God, I'm not ready. Siko tayari. He says, okay, now you can go do that. Basi. What? Enda ufanye basi. When I was ready, you said I'm not ready. Nilipokuwa tayari, I'm nilisema not siko ready. tayari. You say I'm ready. Sasa siko tayari, unasema niko I don't tayari. understand. Sielewi. He said, when you were ready in your ability and your strength. Ulipokuwa tayari, And ulikuwa now, tayari kwa you nguvu na know uwezo that you have wako. none of that. Na sasa unajua huna yote Now hayo. you'll be ready in my Sasa uko power tayari and my nikutumie strength. kwa nguvu zangu. So we always must be in that place of total dependency upon the Lord. Kwa hivyo inatupasa siku zote tuwe katika hali ya kutegemea Every nguvu na day uwezo wa when we Mungu. wake up, Kila siku we're tunapoamka totally dependent upon Him. tumtegemee kabisa. Can you say amen? Sema amina. Where you pray, Ukiomba which we're going to do that, unaweza kufanya hiyo. where we pray a prayer of consecration, Tumeomba maombi ya where we kujitakasa. tell the Lord, Tukimwambia Bwana, I'll go where you want me to go. nitakwenda utakako I'll do nikwenda. what you want me to do. Utafanya utakalo I'll nifanye. say what you want me to say. Utasema utakayo I'll niseme. be what you want me to be. Utakuwa utakacho niwe. Not my will, but thine Sio be done. mapenzi yangu bali mapenzi yako. So even for when I travel, Hata ninapotembea na people kusafiri, call me, come over here. hata niita na kwambia njoo hapa. I say, I can't. Sema siwezi. No, you can come. Unaweza kuja. Then we'll give you money. Tutakupa pesa. I'm not coming for money. Na mimi siji pesa. We come over here, you're going to speak. Kuja unene hapa. I can only go where He tells me to go. Ninaenda tu anakoniagiza kwenda. Because in the early days, Maana nyakati I zilizopita went everywhere. nilienda kila mahali. And there were some places I shouldn't have gone. Na kuna maeneo sikupasa And kwenda. I said, Lord, why did I get myself into trouble? He said, I never told you to go there. Nikasema Bwana, kwa nini umeingia kwa shida? Ananiambia mimi And so I sikukuambia uende started to kule. learn, Kwa hivyo nikanifunza only go where God tells you to go. kwamba ninaenda anakoniambia And niende. I know that I'm standing here today Kwa hivyo ninasimama hapa leo on beautiful Kenyan soil, nchi ya kupendeza ya Kenya, where mighty runners in the world run. wanariadha maarufu duniani. Because I've come to put fire on other runners that are going to run. Maana nimekuja niweke moto kwa wengine ambao And wanapaswa just kupiga like there are mbio. runners in the natural that go for the gold, Kama vile wanariadha there are going to be wanaokimbia kwa spiritual dhahabu, runners that tunahitaji on this wanariadha wa field that are going to run for kiroho the kingdom katika of uwanja heaven. huu. Can you say amen? Sema amina. Hallelujah. Haleluya. Glory to God. Tukufu kwa Mungu. So let's get back. I don't want to leave him too long at the well because he's thirsty. Sitaki nimwache sana So, kwa muda let's mrefu get kisimani Jesus na to have kwa a kiu. drink here. Amen. Wacha turudi tena kidogo. So he says, I want something to drink. Akasema nataka kitu She says, you shouldn't be talking to me. Nasema unaniongelesha mimi. And Jesus answered, said, if you knew the gift of God and who it is that said to you, give me to drink, you would have asked of him and he would have given you living water. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani anayekuambia haya, nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye, naye angelikupa maji hayo yaliyo hai. The woman said unto him, Sir, you've got nothing to draw with, and the well is deep. Where do you get this living water from? Yule mwanamke akamwambia, Bwana, hauna kitu cha kuteka na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi haya maji yaliyo hai? She says, Are you greater than our father Jacob, which gave us the well and drank thereof, and his children and his cattle? Akasema, je, wewe huu mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki? Jesus said to her, Whoever drinks of this water is going to thirst again. Yesu akamjibu akamwambia yule mwanamke, kila ayanywaye maji haya ataona kiu tena, But whosoever drinketh the water that I shall give him shall never thirst. walakini yeyote atakayekunywea maji yale nitakayompa But the mimi
hataona kiu milele, But the water that I give him shall be in him a well of water spring up to everlasting life. bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yabubujikayo uzima wa milele. So Dr. Robert, Daktari Robert, Jesus was at a well, Yesu alikuwa kizimani talking to a woman about a well, akiongea na mwanamke juu ya kisima, and she became a well. na yeye mwanamke akafanyika kisima. Hallelujah. Haleluya! Say this after me. Jesus Sema na mimi, Yesu was at a well, alikuwa talking to a kisimani woman about a well, akiongea na mwanamke kuhusu kisima, and she became a well. naye mwanamke akafanyika kisima. Sitting on this field today, Umeketi katika uwanja ule, every one of you, kila mmoja wenu at the very least, katika udogo kabisa is a well. ni kisima. Every village must have wells. You have Kila to have water. kijiji kiwe na kisima. You will be a water supply for somebody out there. Wewe utakuwa wa kumnywesha mtu maji mahali, And that water supply is living water. na maji hayo chanzo chake ni kisima cha maji ya Now, uhai. so I'm focusing on the well this morning, Ninaweza kuweka tafakari zangu zaidi katika but kisima this siku ya afternoon I'm leo, going to talk about a river. lakini jioni nitaongea juu ya But mto. I've got to get everybody as a well. Leo nataka kuandaa kila mtu kama kisima, And the problem you have with wells, they get blocked up. na shida ulio nayo na visima ni kwamba zinaweza zikazibwa. The enemy always comes to block the well. Adui huja kufunika kisima. When Abraham dug all the wells, Abrahamu alipochimba visima, the Philistines blocked the wells. Wafilisti waliweka mchanga wakafunika. Isaac came Isaka and akaja unblocked the wells. akaanza kufukua na kuchimbua tena. Isaac means laughter. Isaka inamaanisha kicheko. Joy unblocks the wells. Kwa hivyo furaha inachimbua visima. So we're going to unblock wells here today. Leo tunataka Right now. kuchimbua visima tena. If you don't want your well unblocked, you better run now. Kama utaki kisima chako kifunguke, basi ondoka, toroka You better sasa. break a world record and exit the stadium. Lazima utoke kwa mbio sana, uvunje Because rekodi. I'm not responsible for what happens to you. Maana mimi sitawajibika kwa yale yatakupata. You're going to be shaken by the hand of God. Utatingizwa kwa mkono wa Mungu. Somebody say, how can you say that? Unasemaje hivyo? Mtu It's my anauliza. job. Ni kazi yangu. What I do. Ni ndio vanafanya. Can you say amen? Sema amina. Hallelujah. Haleluya. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. So in this passage, I see one of the great stories Katika habari hii tunasoma, naona habari moja maarufu sana of evangelism. ya uinjilisti. How a low caste, outcast woman Jinsi mwanamke ambaye hakuwa na kusemwa vema became a mighty evangelist. aligeuzwa akawa mwinjilisti maarufu Hallelujah. mkubwa. It astounds everybody. Inashangaza kila mtu. Say she didn't train at our Wanasema, establishment. hakuenda kwa shule yetu ya She didn't Biblia. pass. She didn't come through our ranks. Hakupitia katika maeneo yetu. Where did she come from? Yeye anatokea wapi? I don't know. La, But there's something different about her. kuna kitu tofauti kumuhusu. Amen. Amina. And that's what happens when Jesus comes. Na hicho ndicho hufanyika Yesu When anapotokea. he reveals himself on the inside of Yesu you, anapojidhihirisha kwako, wherever you go, popote ukwendapo, people will say, I see Jesus in your watu eyes. watasema namuona Yesu, I hear Jesus in your voice. namusikia Yesu kwa sauti I yako, feel Jesus in your touch. namuhisi Yesu katika mguzo wako. Hallelujah. Haleluya. There are multitudes Kuna umati that are waiting to be touched wanaongojea in the mguso city of Nairobi. katika mji wa Nairobi. There are multitudes Kuna umati that will never come to church. ambao hawatawahi I kuja don't care kanisani. what program you have, Sijali wewe They una will program never inakaaje, come. hawatawahi kuja. but Jesus Lakini Yesu on the inside of you, aliye ndani yako, going outside the four walls of the church, akienda nje ya kuta nne za into the kanisa, highways and the byways, katika njia kuu na vichochoroni, their lives will be impacted. maisha itaguzwa, They'll start following you. wataanza They kufuata. just, can I just be with you? Wakuulize, je, naweza kuwa na wewe? Please don't go. Tafadhali You usiende. walk into stores, into shops. Watatembea na wewe kila mahali. And I do that all the time. Nafanya hivyo kila I wakati. don't tell people who I am. Siwaambii watu mimi ni In nani. America, there's a lot of people, there's millions of people, they don't know who I am. Wengi kule Amerika hawajui mimi ni nani. So I walk in Natembea ndani, and I naingia, just start to talk to them. naanza kuwaongelesha. And they say, I feel something. Nasema nahisi kitu. What is this? Ni nini hiyo? I said, it's Jesus. Namwambia ni Yesu. And then I just start to talk to them.
Alafu nasimama naongea na I'll wao. take an hour, 2 hours, 3 hours. Lisali moja, masaa mawili, And matatu. then I say, I must go. No, can you just Naambia stay anaomba just a little bit niondoke, more? anasema tafadhali And then kana sisi. later they say, what do you do? Alafu mwisho anauliza, wewe I ufanya say, I'm a nini? pastor. Nasema mimi ni They mchungaji. go, you don't look like a pastor. Wewe ukai kama I go, mchungaji. oh, thank you so much. Namwambia asante You sana. help me. Amen. Because they don't, what they say, I don't smell religion on you. Ananiambia Yeah, because- autoi harufu because- ya dini wewe. As ministers, something you got to always keep your, amen. Wakati mwingine kama wahuduma tumetembea na Hallelujah. dini yetu, sauti ya dini na cheo ya Amen. dini. Yeah. So even when you, let us pray. Unaanza kusema na tuombe. Oh God, as we are here gathered today, Mungu, Lord, watu wako we pray that tumekutana hapa thou, leo. thy great love, Sema, Lord. Bwana Mungu mkuu. So, you know, and then people try to use bigger words. Watu wanajaribu kutumia Because maneno you must makubwa. use bigger words if you're going to impress God. Uweze tumia maneno makubwa ili umpendeze Lord, Mungu. in thy great foreknowledge thou hast seen, God. Mungu uliye mkuu. And then they find some word that nobody uses. You know, it's Alafu like unatafuta- 400 years old, they use this word. Everybody's like, what is that he just said? Unatafuta maneno ambayo hajatumika na mtu mwingine ili uongee kwa watu waulize umesema And nini. God's sitting there and he says to an angel, what did he just say? Mungu alituma amesema nini? The angel said, don't worry. It's a made-up English word. Ni maneno tu ya kawaida hayo. It comes from Latin and French. Imetoka kutoka kule Latin They na confuse, France. Lord. You know, God just answers the cry of the heart. Mungu anaitikia kilio cha moyo. And he hears the cry. Na yeye usikia kilio. If you go out and you stand in the middle of the city, Kienda katikati ya you mji, can hear the cry of the lost. unaweza sikia kilio cha waliopotea. Even if in your city there's a tower and they're crying from the tower, Hata katika mji wako kuna maeneo I wanalia. weep because I hear the cry of people. They're crying out. They're looking for something that's real. Ninasikia kilio cha watu wanatafuta kitu kilicho But they halisi. don't know Jesus. Lakini hawamjui Yesu. But when they see him, Lakini wakimwona, one look in his face, wakimtazama you macho, will never be the same again. hautabaki You will kawaida. never fit into the mold. Hautaweza kuwakusanya Everything wote. changes. Kutakuwa The mabadiliko. way you think, the way you walk, the way you talk. Kutabadilika vile unavyofikiria, vile unavyoongea na unavyotembea. Everything they expect you to do, you do the opposite. Kila wanachotarajia ufanye utafanya Not to be kinyume. difficult. Sio kigumu. Jesus was always doing everything they didn't expect him to do. Yesu alifanya yale hawakumtarajia kufanya tu. Healed on the Sabbath. Doing now. Wanasema huyu anafanya nini huko He chini? heals on the Sabbath day. Anaponya siku ya Sabato. Look at him there hanging Mwangalie out with pale sinners. ameketi. How terrible. Anakaa na watu That's how they were. afifu. But it's no different today. Hakuna tofauti leo. So you've got to be a disciple, not a Pharisee. Amen. Unahitaji kuwa mwanafunzi, si mfarisayo. Hallelujah. All right, so the woman said, Sir, give me this water that I thirst not, neither come here to draw. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, nipe maji hayo nisione kiu tena, wala nisije hapa kuteka. Now she's interested now. She doesn't Sasa- know what water he's got, but she wants his water. Sasa tayari ameshawishika, anataka yale maji, licha ya kwamba ajui anakaaje maji hayo. Now Jesus is going to locate her, Yesu anaenda kumfikia, not for his purpose, but for her purpose, so that she understands he knew everything about her. sasa Yesu anamfikia yule mwanamke, sio kwa ajili yake mwenyewe, ila ule mwanamke ajue kusudi la Mungu kwa He maisha says to yake. her, go call your husband Akamwambia, nenda kamwite and then come mumeo here. na uje naye hapa. The woman said, Mwanamke yule I akamwambia, don't have a husband. mimi sina mume. Jesus said to her, you've well said you have no husband, Yesu akamwambia, umesema kweli hauna because you've mume, had 5 husbands. maana umekuwa nao And the watano, one you're with now is not your husband. naye uliye naye sasa pia si mumeo. So you talk the truth. Hivyo umesema kweli. 5. Watano, Not 1, si moja, not 2, si wawili, not 3, si watatu, not 4, si wanne, 5. tano. And now she's with somebody else. Na hata huko na mwingine. So she was trying to find a man. Alikuwa anajaribu kutafuta mwingine. And Jesus came and said, I am the man. Na Yesu akaja akasema, ni mimi But huyo I'm about sasa, to change your life. lakini naenda kuibadilisha maisha yako. What you're looking for Unatafuta that you nini? can't find Kile unatafuta uweze kupata in a man, katika you're going mwanamume, to find in me. utakipata ndani yangu.
So she says, our fathers worshipped in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Yule mwanamke akasema, baba zetu waliabudu katika mlima huu na nyinyi mnaabudu Yerusalemu. Then Jesus said, woman, believe me, the hour cometh when you will neither in this mountain nor at Jerusalem worship the Yesu Father. akamwambia yule mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Bwana katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Look at verse 23. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. Aya 23 inasema, lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabudu halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. In America, we've got people who think if they go to Israel, kuna watu kule Amerika wanasema wakienda Israeli, and I've been to Israel, I've toured there, and I've spoken in the Knesset, I've been, all nimeenda over. huko nimehubiri. It's the land of the Bible, I understand. Ni nchi ya Biblia. But I don't feel any stronger anointing there than you. Lakini si upako mwingi huko kuliko hapa. Because even though Jesus walked there, licha ya kwamba Yesu alitembea, even though there was a time when and I told this in Ethiopia, I said this because Ethiopia, they called the lost tribe of Israel. You know that. Ethiopia pia wanaitwa kabila la mwisho la Israeli. I said, well, you're not lost anymore because I found you. So I'm telling everybody, you're not lost, I just found you. Okay, naambia hujapotea kwa sababu nimekupata tu. Number 2, jambo la pili, they said that you kept the Ark of the Covenant. Anasema unaendelea There's so many rumors about it. Movies have been made. Sanduku la agano limehifadhika huku. Kuna maneno mengi yanazungumzwa juu ya hiyo. When you cross the valley of the crescent moon, ukinapovuka and you take a leap from the lion's head, you know all this stuff, and the Indiana Jones movies, and looking for the cup of Christ, and all this stuff, habari hizo nyingi unazisikia, kukivuka bonde hili, if they actually find the ark and you open, there will be power. There's no power in there. Hakuna nguvu ndani yake. Haipo hapo. It will be like this tissue box. Itakuwa tu kama kisanduku hiki cha vipanguzi hivi. It's empty. Well, there are tissues in it. Ndani kuna karatasi hizo za kujipanguza, tissue. It's a relic of the past. Inakaa kama kisanduku tu. Because he doesn't live in there. Lakini yeye hakai ndani ya hiyo sanduku. Because something happened. Kitu kilifanyika. When Jesus cried, it is finished. Yesu alipopasa sauti akalia akasema imekwisha. The veil of the temple was torn in two. Pasia la hekalu lilipasuka mara mbili. From top to bottom. Kutoka juu mpaka chini. The Holy Ghost came out of there. Roho Mtakatifu akatoka. Never again to live therein. Na hajawahi rudi tena ndani ya kisanduku. But to come and live in your heart and my heart. Lakini leo amekuja kuishi kwa moyo wako. So you become the temple of the living God. Ili uwe hekalu la Mungu aliye hai. That's why he said, come out from among them and touch not the unclean thing. Maana akasema toka miongoni mwao na wale. And I will receive you and be a father unto you. Nami nitakuwa baba kwako. And you'll be my sons and daughters. Nanyi mtakuwa wanangu wa kiume na wa kike. That's why the Bible says we have this treasure in earthen vessels. Maana Biblia inasema ndani yetu kuna hazina hii ya dhamani. So I told them, nikawaambia, you might have kept the ark, naweza kuwa mlihifadhi but every one of you that is born again, lakini kila aliyeokoka, you are an ark, you are a carrier of the presence. Kila aliyeokoka wewe ni sanduku la agano la Mungu, umebeba uwepo wa Mungu. We don't have to go to Israel, stand by the wall and whatever. Taji kwenda Israeli katika ukuta wa kulia. I was watching television. Nilikuwa naangalia runinga. And this American preacher, and he says, huyu mhubiri wa Kiamerika anasema, I'm under the western wall. Anasema niko katika ukuta wa mashariki. I'm right close to where the Holy of Holies is. Na niko hapo karibu na patakatifu pa patakatifu. And I've got your prayer requests. Na nimeshika maombi yenu. And I'm watching the TV going, what? Nikamwangalia kwa runinga nasema nini huyu? That's idolatry. Hii ni ibada ya sanamu. Under the western wall. Unaendaje katika ukuta wa kulia? When I go to Israel now, I'll tell him, I want you to take me there where he was. Anamwambia basi ndapoenda na yeye nataka mpeleke katika anointing so strong. Akahisi upako zaidi mkuu. I went down there. It was like being in a cave. Nilienda pale nikasikia ni kama niko kwenye pango. It was musty. It was musty. Iko na uvundo. I felt no anointing. Nikasema sikasikia kitu. Because God doesn't live there. Maana Mungu akai upo. He doesn't live there. Akai kwenye pango tena. You know where he lives? Unajua anaishi wapi? He lives in Kenya. Anakaa Kenya. Hallelujah. All right. So you can see I have a lot of work to do in 2 days. Unaona niko na kazi mingi ya kufanya kwa siku mbili. I've got to
job of work to do here now. Kazi nyingi sana. I said, he lives in Kenya. Nimesema anaishi Kenya He Mungu. lives in your heart. Anakaa ndani yako. You got to let him live big on the inside. Utamruhusu akae kwa ukuu ndani mwako. Hallelujah. Hallelujah. He wants to speak through your mouth. Anataka He wants to touch your hands. He wants to walk in your feet. atembee na miguu yako. He wants to use you. Akutumie. I'm sorry for picking on America. Samahani kwa sababu ya In America, you watch Christian television. Amerika hipo. You always got to send money in. Unaenda kutuma fedha mzako. You send your $1,000 today. Tuma dola yako 1,000 leo. I will send you special stone from Jerusalem. Nitakutumia jiwe la dhamana kutoka Yerusalemu. Then when you pray, you can touch the stone. Kila ukiomba utapapasa hilo jiwe. You will feel the presence of the Lord. Utahisi uwepo wa Mungu. If you go to Jerusalem, they got no more stone. Hawana mawe tena, yamebebwa yote. It's crazy people. It's idolatry. I'm telling you. Hiyo ni ibada ya sanamu, kuabudu miungu migeni. Just make a statue of the preacher. Ni kama umefanya, and the people can rub his belly. Yaani unaweza tengeneza sanamu ya mhubiri na watu watakuja kusugua tumbo lake. I have ruined television sets at my house. Nimeharibu TV nyingi kwangu. Because I come home from a crusade. Maana natoka katika mkutano wa hadhara. I put the TV on. Napata television yangu. I'm listening to this preacher. Nasikiza mhubiri. And he's talking rubbish. Anaongea matope. I take my shoe out. Nachukua kiatu changu na gonga runinga. I take the other shoe. Nachukua kiatu kingine na gonga runinga. My wife said, "What are you doing?" I said, "He's talking rubbish." She said, "Don't watch it. Usiangalie. Change the channel." Badilisha runinga stationi. Hallelujah. You go to the house. Unaingia kwa nyumba. Every trinket. Kila kitu. Made in China. Ulichonacho kimetoka katika China. For your love gift this month. Kwa ajili ya zawadi ya pendo lako mwezi huu. Yeah. For your love gift this month. Zawadi yako ya mwezi huu. We will send you special oil. Tutakutumia mafuta speciali. From the Mount of Olives. Ambayo imetoka mlima wa This oil I have specially prayed over. Hii mafuta nimeiombea. No, I'm not taking away from anointing oil. Mimi sitoi kutoka kwa mafuta. You can't buy the gift of God. Uweze nunua kipawa cha Mungu. You can't pay money to get the anointing. Uweze lipa pesa upate mafuta ya Mungu. The anointing is free. Upako unapeanwa bure. Hainunuliki. It's free. Ni bure. Come and get it without money, without price. Ununue bila fedha. It's for everybody. Ni ya kila mtu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So as you know, I'm not a popular guest on some of the unajua mimi basi nitakuwa si mgeni maarufu kwa mambo mengine. Because I break all the protocols. Kwa sababu nimefunja itifaki zote. They bring me all these cue cards I must read. The cue, you know what a cue card is, yeah? Unajua vitu hizo zinaitwa. Well, I'm just so happy to be here today with this so-called broadcasting network, and I'm reading it and I'm going, I don't believe that. I can't read that. They said, why not? It's the flow of the program. I said, I don't believe any of that. You're making me say what I don't believe. I'm not from the White House where you just read a teleprompter. Mimi sitoki White House kule mnasoma hizo helicopter. They said, well, say whatever. I said, you're not going to like what I'm about to say. Mimi napenda kile nakaribia kusema. And you can't pay me to say something. Mimi uweze kunilipa niseme kitu.
People say, now be careful when you go, don't say this, watu don't say wananiambia uwe makini unapoenda kule I've already, with some places we're going to Africa, the people worship ancestors. Kuna maeneo mengine tumeenda Afrika watu wanaabudu babu zao. So they say, now don't mention about anything to do with worshiping ancestors. Kwa hivyo wananiambia tahadhari usiseme chochote kuhusu kuabudu mababu. Well, then I get up and preach a whole message on don't worship your ancestors. Kwa hivyo unapata ujumbe ule na kuja nao wote ni juu ya kutokuabudu. Tell me what I'm going to preach. Niambie unaenda kuhubiri nini? Somebody said, you're going to make people angry. I said, well, they're going to get angry then. Waambia utakasirisha watu. Basi nawaambia at least they will get something at the meeting. Wakasirike na wapate kitu baada ya mkutano. You can have a t-shirt in the tent. You can buy it. Said, I got angry at the Rodney Howard Brown meeting. Unaweza kasirika useme at least you got something. Sana. But you're not leaving you passive. Lakini hauachi mchungaji. You're going to leave you either mad or glad. Hautoki hapa tu hivi hivi. Amen. Amina. Hallelujah. 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 All right, so here, he said, the woman says, I know Messiah comes, which is called the Christ, and when he's come, he'll tell us all things. In other words, when he comes, he'll fix it all up. Mwanamke anamwambia ninajua atakapokuja yule anaitwa Masihi ataweka mambo yote dhahiri. Jesus said to her, I that am speaking to you, I'm he. Anamwambia mimi naye nena na wewe niko hapa sasa ndiye. Now, what's so powerful about this passage? Ni nini ina nguvu kuhusu kifungu hiki? Is that he was there by himself. Ni kwamba Yesu alikuwa pale yeye binafsi. There was nobody there to actually record everything that happened. Hakukuwa mtu mwingine wa kuweza kunakili yale aliyoyasema yote. And I don't have proof for what I'm about to tell you. Kwa hivyo sina dhibitisho ya kile ninaenda kuambia sasa. I don't personally, this is just me. Sisemi kana kwamba ni mimi. I don't believe he just said, you've had 5 but the one you're with is not your husband. Amwambia kwamba uko na 5 na hata sasa ulionaye. Because when she left, she said he told me everything. Maana huyu mama alipotoka pale sema ameniambia kila kitu. So this is what he probably said. Labda hivi ndivyo Yesu alimwambia. Let me tell you something. Nikwambie kitu. The first man you had, yule uliyekuwa naye wa kwanza, you were really in love. Ulikuwa na mapenzi kweli. And he abused you. Alikufanyia mambo mengi maovu. And you actually wanted to be married and you wanted to be a wife. Ulipenda kuolewa uwe mke. And he abused you so badly. Alifanya kukutumia vibaya. That you left. Na akakuacha ukaondoka. The next man that you married, ule mwingine ulioa, he was really a good man. Alikuwa mtu mzuri. And there were certain things about him. Mambo kidogo machache that even today when you walk the marketplace, hata ukienda sokoni leo, you smell certain fragrances. Kuna harufu fulani unayo that remind you of him. Ambayo inakukumbusha kumhusu. You feel guilty because you never should have left him. Ulimwacha na unahisi usikia ukustahili kumwacha. Na ule mwingine, he went through her life. Alipitia ndani maisha to where she knew without a doubt this is the Christ. He revealed himself to her. Akajua bila taswishi kwamba amenifunulia kila kitu. But he didn't do it to put her down. Na ilibidi he was showing her, I know everything about you. Alikuwa anamuonyesha kila kitu kumuhusu. I'm not condemning you. Sio kumhukumu. Because John 3:16 says, for God so loved the world, Yohana 3:16 sema kwa jinsi Mungu alipenda ulimwengu, that he gave his only begotten son, akampea mwanawe wa pekee, that whosoever believeth in him, ili yeyote amwamini, should not perish, asipotee, but have everlasting life. Hali awe na uzima wa milele. For God did not send his son to the world to condemn the world, maana Mungu hakumtuma mwanawe ulimwenguni kuhukumu ulimwengu, but that the world through him might be saved. Ila ulimwengu uokolewe kwa yeye. So that even if Jesus in the flesh walked in here right now, ati kwamba hata Yesu angetembea hapa kwa mwili sasa hivi, and he sat down next to you, na akae karibu na wewe, he would never bring up your past. Hataanza kukuhukumu. He would never bring up your faults, your failings. Hataanza kuleta mambo yako yaliyo ya siri. As you sat with him, vile uliketi na yeye, immediately hivyo ghafla, you would say inside yourself, I'll never do that again. Sitafanya hivyo because of his presence. Kwa sababu ya uwepo wake. Because that's how he is. He comes and puts his arms around. Hivyo ndivyo alivyo, anakuja na akakukumbatia tu. Are you with me? Uko pamoja nami? Because that's how Jesus is. Maana Yesu hivyo ndivyo alivyo. He'll find the homeless person. Anapata mtu ambaye ni mwovu on the street. Kule barabarani. Put his arm around him. Anamwekelea mkono. He find a man in a bar. Anapata mtu mahali pa. You know how many testimonies that we have? Kama vile ilikuwa. Of people that were in nightclubs. Watu kwenye vilabu. They were snorting cocaine. Watu ambao wanatumia mahadarati. And they heard a voice calling them. Wanasikia sauti na waita. They thought it was their friend.
They thought it was their friend. Called them by name. They were high. Aliwaita kwa majina yao. And they called them by name. Na walikuwa wamelewa akawaita. I've called you. Yesu anaita. And then God totally delivered them. Set them free. Na anawaacha mihadarati, anawekwa huru. From drugs. Kutoka kwa mihadarati. And they in the ministry, traveling around the world. Na kwa huduma. And I can tell you testimony after testimony after testimony. Naweza nikakwambia shuhuda baada ya shuhuda na shuhuda. Where Jesus found them. Kuya Damasiko wa kukumbana na Mungu. So look at this here, verse 27. Angalia mstari wa 27. And upon this his disciples came and marveled that he talked with the woman, yet no man said, why, what seekest thou, or why are you talking to her? Mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke, lakini hakuna aliyesema unatafuta nini au mbona unasema naye. Then the woman left her water pot and went away into the city and said to the men. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake akaenda zake mjini akawaambia watu. You never leave your water pot anywhere. Huwezi acha mtungi wako popote. That's a valuable container. You don't leave it somewhere. Ni chombo cha dhamana, huwezi acha tu popote. Chombo chako cha kutega maji. Water pots are precious. Ni nini yako cha dhamana? If you don't have one, you can't carry water from a well. Maana kama huna chombo chako cha dhamana hutachotea maji. She was so overwhelmed, she forgot it. She just left it. Alivamiwa na uwepo wa Mungu kiasi kwamba akasahau chombo chake. Akawaambia wanakijiji, come and see a man which told me all things that I ever did. Is not this the Christ? Njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, amkiri huyu si ndiye Kristo? And they went out of the city and came to him. Wakatoka wakamwendea. Why would all the men, why would the whole village come? Kwa nini kijiji kizima kije? Because they knew those women. Kwa sababu ya mwanamke. Probably many men had known her. Labda wanaume wengi walikuwa wameshamjua. And when she said come see a man, alipoambia njoni muone mwanamume, this must be some man. We've never heard of a man like this. Akasema huyu lazima awe mwanaume. In her eyes, sababu alikuwa that her life had been touched and changed. Lazima alikuwa ameguzwa na kabadilika. She had no guilt. Hakuwa tena na tabia ya kujihukumu, hakuwa na haya tena. She just says come. Akawaambia njoni. You've got to see him. Mumuone. This is the Christ. Huyu ndiye Kristo. Njoni. And so they all went to go and see Jesus. Wote wakaenda kumuona Yesu. So this woman becomes an evangelist. Huyu mwanamke akafanyika mwinjilisti. Of the gospel of Jesus Christ. Wa injili ya Yesu Kristo. Can you say amen? Sema amina. May this happen all over Kenya. Naomba hii lifanyike Kenya yote. 47 counties. Katika magatuzi 47. Hallelujah. Hallelujah. And so they went out of the city and came to him. In the meanwhile, the disciples prayed on him, said, Master, eat. Basi wakatoka mjini wakamwendea. Huku nyuma wanafunzi wakisema, Rabi ule. He said, I have meat to eat that you don't know of. Akawaambia mimi ninacho chakula msichokijua ninyi. Therefore said the disciples one to another, hath any man brought him anything to eat? Basi wanafunzi wake wakasema, je, mtu amemletea chakula? And Jesus said, my meat is to do the will of him that sent me and finish his work. Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, ni atende mapenzi yake aliyonipeleka nikamilize kazi yake. And then he says this, and he says this to Kenya today. Akasema vile anatambia hivi Kenya leo. Say not, there 4 months and cometh the harvest. Je, amsemi bado miezi 4 ndipo yaja mvuno? Behold, I tell you, lift up your eyes and look on the fields, for they're white already unto harvest. Tazama, mimi nawaambieni, inueni macho yenu mtazame, mashamba yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. He that reapeth receiveth wages and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and reapeth may rejoice together. Naye avunaye hapokei mshahara na kukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili yeye apandaye na yeye avune wapate kufurahi pamoja. Herein is the saying true, one soweth another reapeth. Kwa maana hapo neno hilo huwa kweli, moja upanda akavuna mwingine. I've sent you to reap wherein you bestowed no labor, other men's labored, and you've entered into the labors. Mimi naliwatuma mkavune yale msiyoyataabikia, wengine walitaabika nanyi mwaingia katika taabu yao. Now watch what happens now. Tazama kinachotendeka sasa. This is very important. Hili ni la muhimu sana.
And many of the Samaritans of the city believed on him for the saying of the woman, which testified, he told me everything I did. Na katika ule mji wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyewashuhudia kuambia, aliniambia mambo yote niliyoyatenda. So when the Samaritans would come unto him, they besought him that he would tarry with them, and he stayed another 2 days. Basi wale wa Samaria walipomwendea walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku 2. And many more believed because of his own word. Na watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. They said to the woman, now we believe not because of your saying. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tuamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu. We have heard him ourselves. Maana sisi tumemsikia wenyewe. And know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Na tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Hallelujah. Hallelujah. They came first because what she said. Kwanza walikuja kwa sababu ya yale waliomwambia. But once they met Jesus, na baada ya kukutana na Yesu, they would never again repeat what she said. Hawakurudia yale yule mama alisema. They might give a testimony, she introduced us. Wakatoa ushuhuda, ni yeye alitutambulisha kwake. But then we met him. Lakini tumekutana na yeye. He's alive. Tumekutana na yeye. Can you say amen? Sema amina. What does Kenya need? Hitaji la Kenya ni nini? What does Kenya need in the government? Ni nini hitaji la Kenya katika serikali? A revelation of who Jesus is. Ufunuo wa Yesu ni nani? Because once you see Jesus, maana punde utakapomwona Yesu, once you have an encounter with Jesus, uwe na kuafikiwa na kuguzwa na Yesu, your life will never ever be the same again. Maisha yako iweze bakia kama ilivyokuwa. What does Kenya need in the business realm? Hitaji la Kenya katika ulimwengu wa biashara ni nini? A revelation of Jesus. Ufunuo wa Yesu Kristo. Because once Jesus comes, maana punde ajapo Yesu, everything changes, even the way you do business. Kila kitu hubadilika, hata namna ya kufanya biashara. Because let's say you're in the fishing business. Sema uko katika biashara ya uvuvi, and you fished all night and caught nothing. Na umevua samaki usiku kucha usishike hata moja. But when Jesus gets in the boat, Yesu anapoingia katika chombo chako, there's a net breaking boat sinking load of fish. Yani inaanza kuharibika nyerefe zako kwa sababu. That's what's going to happen here these 2 days. Hivyo ndivyo itatendeka hapa siku 2 hizi. Your whole church is going to go to another level. Kanisa lenu, your whole ministry is going to go to another level. Huduma yako itaenda upeo mwingine. Your business is going to go to another level. Biashara yako ipae uambo mwingine. And whatever realm of government you find yourself in, katika upeo wote wa kiserikali utajipata. You will not operate in the wisdom of man, hautatembea katika hekima ya the wisdom of God. Lakini kwa hekima ya Mungu. That even people that come to give you information because they're supposed to know the information. Hata watu watakuja kupa taarifa, maana unapaswa kujua baadhi ya taarifa za kufanyia kazi. Because of insight from heaven. Kwa sababu ametumwa kutoka mbinguni. You say, I know that's what they're saying, but that's not true. This is what the Spirit of God is saying, and we're not going that way, we're going this way. Utasema haya wanaoniambia sio ya kweli, maana utakuwa umefunuliwa kutoka mbinguni. Utasema hii ndio njia ya kweli. I promise you right now. Na kuahidi sasa, God's hands on this land, mikono ya Mungu iko katika nchi hii. And every plan that the enemy has for Kenya will fail and come to nothing. Pango adui aliyokuwa na Wakenya utasambaratika. I don't care how many billions of dollars come from the outside. Sijali ni dola bilioni ngapi. They will not get their way in Kenya. Hazitaingia katika nchi hii. Because they are godly people and righteous people. Maana wao ni watu watakatifu wa cha Mungu. And they will stand and draw a line in the sand and say go. Watasimama na kuchora. We will obey heaven. Can you say amen? Tutatii mbingu. Heaven in my home. Mbingu. Jesus in my home. Jesus in my family. Jesus in my children. Jesus in my walk. Jesus in my talk. Jesus in my lying down. Jesus in my rising up. Jesus in my going out. Jesus in my coming in. Everything. Kila kitu. Somebody said, you can't have it. It's too much Jesus. No. Unasema haiwezekani. Aje. We can. Inawezekana. Now, when we talk about revival, because the words have gone out about Holy Ghost and fire revival in Kenya, what does that mean? Tunapoongea juu ya ufufuo ama mwamko, tunaongea juu ni kwa sababu habari zimeenea juu ya
mkutano huu wa moto na ufufuo wa Roho Mtakatifu. Is revival just a meeting where we come together? Je, and we call it revival? Mkutano wa mwamko tu tumekutana pamoja? And then we must work to make it happen? Alafu tuanze kujitaabisha kufanya kazi kwa bidii ifanyike? We have to sing louder. Tuimbe kwa sauti. We have to dance harder. Tucheze sana. We have to scream, you know. Tupige kelele sana. Is revival something we do or something he does? Je, revival ni kitu tunafanya kwa bidii yetu ilionekane? So let me show you what revival is. Nataka niwaonyeshe ni nini revival, mwamko ni nini. Revival is to revive what was once vived. Ufufuo ni kufufua kitu ambacho wakati moja kilikuwa na uhai. So let's say somebody, not here today, but mtu akasema mahali somebody falls over. Mtu akasema mahali. And the paramedics come. Alafu mtu fulani anakuwa mahali. And they can't get a pulse. Wanajaribu kutafuta kama moyo unapiga. That person needs to be revived. Sasa mtu huyo ameanguka, wanatafuta pigo la moyo, anahitaji kustawishwa tena afufuliwe. We had a dedication of our new sanctuary in January. Tulikuwa na kuweka wakfu moja ya majengo ya ibada zetu the very first week. Wiki ya kwanza. And my head of security, na yule kiongozi wa usalama, fell over dead. Akaanguka kama amekufa. I didn't know who it was. Sikujua sana. I heard you could hear the death rattle. Nilisikia hiyo kilio cha mtu anaugua kwa uchungu. I thought maybe it's one of our pastors or whatever. Nikaangalia mmoja wa wachungaji wetu nikaona. And I ran down and I flipped him over. I could feel his weapon on it. It was his head of security. Nikakimbia nikamgeuza nikasikia kuna silaha ndio. You could hear the death rattle. Lakini ungesikia kilio cha roho. I switched my mic off and I stuck my face by his ear. Nikazima microphone nikamwangalia macho. And I started to shout life in Jesus' name. Na nikaanza kusongea uzima ndani yake. And we live on television, millions of homes, you know. You got somebody dying in the service now. Na unaweza kucheka katika television wakati mtu anakufa. This is the dedication of our sanctuary. Na ni ibada yetu, tunaweka wakfu nyumba ya ibada. Thank you for picking the day to die, you know. Asante kwa kuchagua siku ya kufa ndio. And so we drag him out, but he had flatlined. Tukamtoa nje lakini alikuwa bado anasikia. They used the defibrillator, it didn't work. Wakajaribu kumrudisha. Pastor Allen had to break his sternum. Wakajaribu. And they put him on the ambulance. Wakamweka kwenye ambulance. No pulse, no beat, nothing. Moyo haukupiga wala chochote. They rushed him through to hospital. Wakampeleka hospitali. And they worked with him. Wakaenda naye. And then suddenly he come back. Ghafla akarudi. And so within 3 days they let him out of the hospital. Siku tatu akawa hospitali. So he said all he heard was my voice and our voice of our pastor. Life in Jesus' name. That's all he heard. He said, I heard pastor calling. I heard him calling. Alichokisikia tu ni sauti ya mchungaji wake akisema uzima katika jina la Yesu. He said, I'm coming back to work. I said, no, you're not. Akasema narudi kazini. I said, you're going to rest. Pumzika kwanza. No, I'm coming back to work. Akasema narudi kazini. I said, we took his security keys away from him. Tukachukua funguo zake za mahali pa kazi. I said, you're going to stay home. You're going to rest. Nyumbani. I said, you know you actually died. Unajua ulikuwa karibu kufa. So I said, I want you to take a rest. Hivyo nataka sasa yuko kazini, amerudi kazini. But I had to ban him off the property because he wanted to work. I said, no. Na ikabidi nimpunguze kazi. You will rest, you can be with your wife, your children, and when I think you're ready, then you can come back. Kamwambia utaibidi ukae upumzike na mke wako na watoto, na nikijua uko tayari basi nitakurejesha. Okay. So, did we revive him? Je, tulimfufua? No. We didn't have a revival. He didn't come back. Hakurudi. But it was not his time. The Lord brought him back. You understand what I'm saying? Bwana akiwa kule Bwana akamrejesha. In the normal setting, katika hali ya kawaida, you tear the shirt open. Unafungua kifua safi. You take the defibrillator, you switch it on. Unajaribu kumrudisha. You can hear the whine of that thing. They take the 2 paddles. Unajaribu kutumia. And then they tell the living, stand clear. Wanaambia walio hai kaeni kando. Because if the living don't stand clear, they're going to be more living than they were before. Maana walio hai wasipojitahadhari watapata uhai mwingi kuliko vile walikuwa nao tayari. And then you hit them with the paddles. Alafu wanatumia hiyo inakaa kama pasi. Hit him again. Boom. Piga nayo kifua. And then suddenly then you got a heartbeat. Boof. There it is. Piga waamshe moyo. Are you with me?
kwa pamoja naye. That's a revival. That's a person that's had a revival. Sasa huyo ndio mtu ambaye anapata uamsho, amepata mwamko tena. Revival for the church, kwa hivyo revival ama mwamko kwa kanisa, is coming back to your first love. Ni kurudi kwa upendo la kwanza. Oh, you might have a well, but the thing's blocked up. Unaweza kuwa na kisima lakini the water has not flown in years. Maji yako haitiririki tena. The well must be unblocked. Kisima chako kinahitaji kufukuliwe. Somebody said, well, we even had a river here at one time. Mtu anasema hata tulikuwa na kisima ama mto wakati mmoja hapa. And then came and they built a dam. Wakakuja wakaweka they changed the whole way the river runs. Wakabadilisha mkondo wa maji. It affects everything. Na kila kitu kibadilika. I'll talk more about that this afternoon. Nimekuja na moja jioni ya leo. It's nothing like great rivers in a country. Ambayo ni kuu kuliko mito mikubwa mahali nimetoka. The problem comes when they mess with the river. Shida huja wakati mto umeondolewa katika mtiriko wake. In the Mississippi, you know the Mississippi River. Najua kule Mississippi River. Man builds a place on the banks of the Mississippi. Watu wanajenga kando ya mto Mississippi. But 10 years later, miaka 10 baadaye, that village is 7 miles from the river. Unapata kijiji kile kimesukumwa mbali na mto. The river went somewhere else. Mto uliondoka. The people there. Watu pale. I remember. Nakumbuka 10 years ago when the river was here. Miaka 10 iliyopita mto ulikuwa hapa. They get the choir to sing, Lord. Naanza kusema Bwana. Send the river back again, oh God, Tuma we mto pray. tena Bwana. Then you bring some old lady who's been there for many years. Analete mama ambaye I used to be on a boat on that river and we would catch fish every day. Tulikuwa nakaa hapa ufuoni mwa bahari na tulifuna samaki sana. They cry. Wanalia. Bring back those days. Rudishie nyakati hizo. Just move 7 miles and you'll be there. Imeondoka. The river moves. You have to move. Ilikuwepo. You have to move. You have to move. Inabidi mrudi sasa. Turudi. You have to move. Rudi. You have to move. Irudi tena. It's life. Ni uzima. It's not stagnant. If it's stagnant, it's swamp. It's mosquitoes. Itakuwa kidibi ambayo itakuwa na it's stagnant water. Na mbu, maji ambayo yamesimama. When Jesus comes, it's living water. It's alive. There's a vibrancy to it. Yesu akija ni maji yaliyo hai ambayo yanatibuka. That's why it's great when the rains come. Maana mvua and then the river begins to flow again. Mito yaanza kuchuruzika tena. Hallelujah. 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 Glory to God. Tukufu kwa Mungu. Thank you, Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. Shaporanangeliste turadaya. Yakaya labo. Rupa andanderadiste kepoya. Hallelujah. Hallelujah. Thank God for the mighty river. Asante tukushukuru Mungu kwa ajili ya mito mikuu. Yeah, but we'll get to that this afternoon. Tutafika hapo, tutaingia kwa hiyo mito. I was so happy when we arrived in Eldoret yesterday. Jana tulipokuwa Eldoret nilifurahia sana. It was raining. There was water everywhere. Kulikuwa kunanyesha maji ya water was running on the side. Maji yatirika kando ya barabara. And people were worried if it rains maybe we can't do the meeting. Watu wanashangaa na saibu labda tutafanya mikutano. In the rain. I'm standing in the rain. Nikawaambia tasimama kwa mvua nitahubiri. I love the rain. Thank God for the water. Hallelujah. Hallelujah. I thought, come on, Kenyans will come to listen in the rain. Kenya labda watakuja kusikiza kwa mvua. Maybe they won't. I get much response there. When you're hungry, you'll come in the rain. Ukiwa na njaa utatoka uje. Or have you become too sophisticated? You can't get wet anymore. Hatuwezi kunyeshewa tena. I'm just asking. Nauliza swali tu. Africa are happy people. Waafrika ni watu wenye furaha. Somebody said, no, we're very quiet, we're very stoic. Ni watu wakanyamavu sana. I don't see that when Kenya plays soccer. Siwaoni Kenya wanapocheza kandanda. I don't see that when Kenya's runners win the gold. Siwaoni Kenya wanapokimbia riadha na kushinda dhahabu. The only place I see that is in church. Ninawaona tu kanisani. Where did you get that from? Hiyo ulipata wapi? Who told you that's how you're supposed to be? Nani alikwambia hivyo ndivyo inapaswa kuwa?
Who told you? Uliambiwa hiyo na nani? Yeah, it looks like something's happening over this side here. Na kama kuna kitu kinafanyika mahali. I don't know where they're from, but there's something happening. Sijui hao wametoka wapi, kuna kitu kinafanyika pale. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Tukufu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I don't know where these people are from, but I think they're from Kenya. Sijui hao wametoka wapi. Hivyo ndivyo nitaona nikiingia Kenya. But when I look certain other places, I don't see that. Nikiangalia huku ghafla siwaoni. So I'm not sure if I should be here or there. Sasa sijui niwe hapa ama pale. Oh, there you are. There you are. I see you now. See you now. Naona Kenya sasa. Hallelujah. 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 Glory to God. Utukufu kwa Bwana. Living water. Maji yaliyo hai. Living water flows. Inatiririka. There's a sound to it. You can hear it when you stand by the streams, when you hear the water as the water is coming by. Yaliyo hai yanapotiririka, unasikia sauti inapotiririka. It's alive. Iko na uhai. And there's enough water supply under this tent. Na maji yapo kwa utele. Na isikia nguvu ya Mungu. I might run the outer track. I always wanted to run. I might just take off and take around the track here. Nataka kuondoka hapa nipige mbio raundi moja. Because I used to do that years ago. Nilikuwa nafanya hivyo miaka iliyopita. I know I'll get 200 meters down and go, what are you doing? Wewe unafanya nini? Taondoka niende. Hallelujah. 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 Living water. Maji yaliyo hai. Living water. Maji yenye uhai. Living water. Maji yenye uhai. Now, where is this living water? Sasa tuko mahali ambapo unapaswa kuwa na maji. If you born again, it's inside you. Kama wewe umeokoka, kama umezaliwa mara pili, kwa furaha pea yale maji kwa furaha. Pea yale maji out of the world. Ni furaha kutoka ndani mwako. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Tukufu kwa Bwana. What happened this morning? Kumefanyika nini asubuhi ya leo mama? The power of the Lord came upon me. Nguvu za Mungu zilinifikia. Even right now, hata sasa, there are things that have died in me. Kuna vitu nahisi vimekufa ndani mwangu. I felt a hand. Nilihisi mkono touch my womb. Iliguza kifuko cha uzazi wangu. And that hand removed something from within me. Na ikatoa kitu ndani mwangu. I feel weak. It's like things have come out of me. Nahisi mwepesi na mdhaifu, kuna vitu vimenitoka. The fire is still burning inside. Bado huo moto unateketeza ndani yangu. When you come near, even I feel like, ukinikaribia nasikia nguvu sina. Please go. All right, she's okay. Just put her in the chair. She's fine. Mweke tu kwa kiti yako sawa. She's just drinking of the new wine.
There's much new wine here. Divai mpya. She's fine. She's fine. Ako sawa. Don't worry about it. She's fine. Ako sawa. You know, for every person that gets touched, you don't need 7 helpers. Kwa kila mtu anayeguzwa hapa utahitaji wasaidizi 7. If people get touched, leave them. Watu wakiguzwa waache. You don't have to nothing. Hakuna chochote Just leave kitawadhuru. them alone. Waache peke yao. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Tukufu kwa Bwana. Revival. This is revival. This is what revival starts happening. People being revived. People coming back. People coming back to life. People coming back to the joy of their salvation. Oh, yeah. People that have been thirsty for a long time haven't had a drink. Suddenly they're having a drink. Oh, the water is so good. It's so good. It's so good. Hallelujah. 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 Glory to God. It's good news. It's good news. Good news makes you happy. Good news makes you happy. Wherever Jesus went, they've been walking and leaping and praising God. Hallelujah. Hallelujah. You can receive it now. You don't have to wait till this afternoon. You can grab a hold of it now. He will touch you right where you are. I command every well that's been blocked up to be unblocked now in Jesus' name. In the name of the Lord Jesus. In the name of Jesus. Wells are unblocking right now. There's people that used to flow in the gifts of the Spirit, you stopped. There's people that used to move in the power of God, but you stopped because of persecution. But today God is restoring you. Today God is renewing you. Your ministry will be stronger than before. The people that used to pray for the sick, but you stopped praying for the sick. The people that used to cast out devils, you stopped casting out devils. But you cast out devils again. Revival! 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 It's sweeping this field. It's sweeping this field. It's sweeping this field. Jesus. When it happens, you'll never be quiet again. Ikifanyika ndani yako huwezi kunyamaza tena. People will tell you to be quiet and you say I can't. Watu watajaribu kukunyamazisha na haitawezekana. I'm going to shout it from the mountaintops. Utapiga kelele kwa lugha zingine. I'm going to shout it from the rooftops. Utapiga kelele juu ya paa ya nyumba. Everyone's going to know about Jesus. Kila mtu atajua aliye karibu na wewe kuhusu Yesu. I'm going to be on fire. Nitakuwa kwenye moto. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. Asante Bwana Yesu. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jesus. Asante Yesu.
Flood this field. Flood this field. Katika uwanja huu ufurike. Flood this field. Furika. Lord, we only got 2 days. Bwana, siku mbili hizi. Lord, we only have 2 days. Tuna siku mbili tu. Flood this field. Kwa uwanja huu furika. That from this place, kuwe na mafuriko kutoka hapa. living water will go. Maji yaenee to the far-flung corners of this land. Kila maeneo mbali na karibu ya nchi hii. On every street. Kila mtaa. In every office building. Kila jengo la ofisi. In every government house. Kila nyumba ya kiserikali. Everywhere. Kila mahali. Everywhere. Kila mahali. Everywhere. Kila mahali. It's not by might nor by power but by your spirit. Wala kwa uweza bali ni kwa Roho wako Mtakatifu. There are many right now that are being delivered and set free, and God is touching you. Wengi tu wanakombolewa, wanapona. There's people that came with the heavy burdens. He's lifting the burdens. Waliokuja na mizigo mizito, Bwana anayainua mizigo hiyo. People came with depression. You leaving their chains by the Spirit of God. Watu walikuja wamesetwa, Bwana anawaweka huru katika miseto. Thank you, Jesus. Fill them, Lord, with your joy. Wajaze kwa furaha yako Bwana. Fill them with your joy. Wajaze kwa furaha yako. Fill them to overflowing. Wajaze wafurike Bwana. Anoint the head with oil, let the cup run over. Wapake na mafuta ifurike, vikombe vyao vijae ifurike. Fill them with your joy. Wajaze kwa furaha yako. Moto. The power of God's falling all over this field. Nguvu za Mungu zaendelea kushuka maeneo yote ya uwanja huu. God is touching people here today. Mungu anawaguza watu hapa leo in a powerful way. Kwa njia isiyo ya kawaida.
I want to give an invitation right now. I want to give a call right now to every person. Nataka kupea kila mtu. I want you to look inside your own heart, because I can't do that. I want you to look inside your own heart. Somebody to help us, the monitors, please. Standing here today, tukiwa hapa leo, are individuals ya watu binafsi who have given your life to the Lord in days gone by, ambao unahitaji kumpatia Yesu nafasi katika maisha yako leo, siku ya kwanza. But you've grown cold. Lakini umekuwa baridi. Your well got blocked up. Kisima chako hakina maji, kimenyauka. Storms of life came. Storms of life came. Mawimbi katika maisha yako. And blocked up that water. Ilileta mchanga na ikafunika maji ya churiziki tena. You lost your joy. Umepoteza furaha yako. There was a time when you were on fire for God. Kuna wakati ulikuwa na moto kwa Mungu. And especially even the last 4 years. Na imepotea sasa hata karibu miaka 4. There were many storms that came. Mambo mengi yamekwama, yaendelee. Maybe you went through a divorce. Labda umepitia talaka. Maybe you lost a loved one. Ukapoteza mpendwa wako. Maybe you lost a job. Ukapoteza kazi. A close friend. Rafiki wa karibu. Something happened. Kitu kikafanyika. A sudden illness. Ugonjwa fulani. Something that came out of the blue, out of nowhere. Kitu tu kilikuvamia kutoka kokote. You were doing well and then suddenly it just ulikuwa unaendelea vizuri, lakini ghafla tu mambo yameharibika. But today is your day. Leo ni siku yako. Today is a new day for you. Hii ni siku yako mpya leo. Today on this 12th day, leo ikiwa siku ya kwanza of the month of September, katika mwezi huu wa September, the turning point in your life. Inaweza ndio iwe siku ya mageuzi katika maisha yako. Never look back again. Na maisha yako ikageuka kabisa, usiangalie nyuma tena. Maybe there are people here that maybe you've never given your heart to Jesus. Labda uko hapa na hujawahi mpatia Yesu nafasi katika maisha yako. You've gone to church but you've never personally said, Jesus, be my Lord and Savior. Ni kweli umeenda kanisani, lakini hakuna siku moja unakumbuka kumwambia Yesu, uwe mwokozi wa maisha yangu. But today he calls you. Ila leo anakuita. What would happen if today was your last day on the earth? Ingekuwa leo ndio siku ya kuishi duniani. Home, put your head on your pillow. Ungeenda nyumbani, ungefanyikaje? And you never woke up again. Ukalala na usiamke tena. Where would you go? Where would you spend it? Umilele wako utautumia wapi? Today is about surrendering of your heart. Leo ni siku uipeane upya roho yako, nafsi yako. In the book of Revelation he talks about 3 temperatures of our hearts. Katika kitabu cha Ufunuo anaongea juu ya hali joto 3. We either hot, lukewarm or cold. Anasema tuwe moto, si fugufugu na si baridi. If we gauged hot as being 10, ukiwa kama tutakuwa moto
We're either hot, lukewarm or cold. Anasema tuwe moto, si fugufugu na si baridi. If we gauged hot as being 10, ukiwa kama tutakuwa moto, and cold as being 0, kama moto ni kuwa 10 na kuwa baridi ni kuwa 0, and you say, well, I'm not 10, but I'm probably about 6 or 7, na ukasema mimi niko moto lakini moto yangu si 10 lakini niko 6 ama 7, you're saying I'm lukewarm. That's what you're saying. Unasema basi mimi ni fugufugu. God just don't want you lukewarm. God wants you at 10. He wants you on fire. Uwe fugufugu, anataka uwe moto kwa 10. And today is about surrender. Na leo ni siku hiyo ujiachilie. So right across this field, kama ni wewe basi piga mbio uje hapa. Maybe you even here and you say, I love Jesus, but I'm not sure. I do not know beyond a shadow of a doubt that I'm a child of God, and I want to make sure. Na labda katika maisha yako hauna uhakika kama wewe ni mwana wa Mungu, na leo hii unataka kuondoa shaka hiyo, uwe mwana wa Mungu. If this is you and you fit into any one of these categories, kama hiyo ndio wewe unatoshea katika moja yapo ya mialiko hiyo miwili, I want to pray for you right there. Nataka nikuombee wewe sasa. I want you to quickly come stand right there. Naomba wewe uje mbele mbio sana. Come from where you are and come stand right there. Kutoka popote ulipotembea mwendo haraka. Come. Kuja mbio. Come now. Njoo. Jesus is calling you. Kuja mwendo mbio. Jesus is calling you. Ni wewe Yesu anaita. Come right now. Ni wewe Yesu anaita. Come right now. Come right in. Come. Njoo. Come. Today is your day. Leo ni siku yako. Njoo kwa Yesu. Just come now. Njoo sasa njoo. He's calling you. Yesu anakuita. There's others the Spirit of God is speaking to you. Ni kweli Roho wa Mungu anakuongelesha. You might never have another opportunity. Today is your day of freedom. Inaweza usipate siku nyingine ya ukombozi. Today he's calling you in from the life of sin. Toka kwa maisha ya dhambi njoo. Today you're coming in from the cold. Leo utoke maisha ya baridi. You're not going to leave this field the same way you came. Usikubali utoke hapa kama ulivyokuja hapa. There's many others sitting there right now. Kuna wengi wameketi kule. Move out of your seat. Come. Toka kwa kiti chako njoo. Quickly. Njoo mbele. He's calling now. Anaitana sasa. He's calling now. Anakuita. He's calling now. Yesu anakuita. You might even be a minister. Waweza kuwa ni mhubiri. But you've not been serving God like you should. Lakini utumikii Mungu unavyopaswa. But you feel heaven pulling you. Come. Na unasikia mbingu ya kuita. Today is your day of revival. Today you are reviving. You're coming in. You're coming in. Njoo tena. Come now. Kuja. He calls you. Come. Anakuita njoo. Anakuita njoo. Ushers, you can bring them all this side. Ushers, tusaidie watu hata pande hii wajae. Come now. Tusawazishe madhabahu hapo. Kuja kutoka kila mahali ulipo. Nevermore. Yesu anakuita njoo. Quickly come. This ball, even all the way to the back. Come now. He calls you. Come. Anakuita njoo. There's not much time left. Jesus is calling. Yesu anakuita njoo. He's calling you. Today his blood will wash you clean. Anataka kuosha safi kabisa. Today you will become anew. Leo utafanyika mpya. Come now. Njoo. There's more. I feel in my spirit there's more. Kuna wengi nasikia rohoni mwangu. The Spirit of God is calling. Anaita wengi njoo. The Spirit of God is calling. He says come. Anasema njoo. He says come. Anakuambia njoo. You now. Njoo sasa. Get up from where you are. Njoo hivyo ulivyo. Come now. Njoo. Nabakasu probonde de yeste. Ramna marate ketene moso prando.
Celebrife soprapata sandore. Kinana reterita rarato. Korananda ratilia sola. Mirana randora la rishe. Come on, Kenya. He's calling you. Anakuita. You watch him by way of television. He is calling you right now. Unayetazama kwa runinga, anakuita. Bwana narudi nyumbani. I'm going to ask those out in your seats to be seated, if you would, please. You may be seated out in your seats. You may be seated. Unaweza kuwa kuna wale mko kule nyuma, unaweza ukaketi kama unaweza kuketi. I still feel the Lord is calling several more. Ila ninahisi bado kuna watu wengi kule Bwana anawaita. If your heart is racing right now, you can feel God just touching you right now. Sasa hivi unasikia Bwana anakuguza. Quickly get up and come. Harakisha kuja mbele. Kabla tujaomba. Ni wewe tunasubiri. Why must I come down publicly? Maana takaposhuka. Because Jesus died publicly. Come. Na wewe shuka hadharani hapa waziwazi. Yesu alikufa hadharani. Quickly get up from your seat and come. Njoo, inuka kwa kiti chako uje. Come now. Come. Njoo. Sing it again. Njoo haraka. Njoo. Tembea uje. There's more, there's more, there's more. Na wengi wanakuja. Njoo. There's more, there's more, there's more. There's more, there's more, there's more. He's calling you down. Come. He calls you down. Anakuita njoo. Tembea uje. Naja nyumbani. Naja nyumbani Bwana. One more time up. They're still coming. They're still coming. They're still coming. Wanaendelea kuja. Njoo, njoo. They're still coming. Still coming. Lord, I'm coming home. Bwana naja nyumbani. Narudi nyumbani. I want everybody standing here, if you would please, if you'd look at me. Naomba hawa wote tuliosimama hapa mbele nitazame. You know, this is a highlight of my whole life right now. Hii ni jambo ambalo nataka nikuhusisha ya maisha yangu yote. This is why we came to Kenya. Hii ndio kwa sababu nimekuja Kenya. We come to Kenya for your money. Hatuja kuja Kenya kwa ajili ya fedha zenu. I paid for everything. We paid for everything. Nimelipia kila kitu. We came for you. Tumekuja kwa ajili yako. Now you say, well, Pastor, you've never seen me. Unasema lakini pastor hujawahi niona. No, but I prayed for you. Lakini nimekuombea. I've cried out many nights for you and for you to come here today. Usiku nyingi nimelia ili wewe upatikane. And today is a day of transformation. Na leo ni siku yako ya mageuzi. Nothing may be on the outside, but it'll happen on the inside. Labda kwa nje utaona kitu sasa, lakini ndani that when you walk from this field today, labda vile unajiona leo, you know, unajua you'll never be the same. Hautabaki hivyo tena. That you've been changed. Umebadilishwa. That Jesus is now living on the inside. Yesu sasa anakaa ndani mwako. Not religion. Sio dini. Jesus.
Yesu. The Jesus that walked the shores of Galilee. Yesu aliyetembea mitaa ya Galilaya. He's going to live permanently in your heart. Atakaa milele ndani yako. And then he's going to use you. Naye atakutumia. And God's going to use you. Atakutumia. Standing here are mighty men and women of God. Hao wamesimama hapa ni watu maarufu mashuhuri wa Mungu. Somebody said, no, I'm not like. Yes, you are. Unasema la, mimi sio, lakini wewe ndivyo ulivyo. Today the devil's plan of your life is totally cancelled. Leo mpango aliokuwa nao shetani wa maisha yako imeharibiwa yote. All right. I understand. Naelewa. I understand. She's excited. That's fine. Naelewa. I'm going to pray one prayer. Naenda kuomba ombi moja tu. One prayer fits all. Maombi moja ya yote. So if you come maybe the first time you're giving your life to the Lord, or you come to recommit your life, it doesn't matter, it's the same. Umekuja kwa mara ya kwanza umpatie Yesu maisha yako, ama umekuja kumrudia Yesu, yote ni moja. And I've had the privilege now of doing this in 89 countries. Na nimepata fursa ya kufanya hivi mataifa 89. For 43 years. Kwa miaka 43. And everywhere I go, people come to me and say, it was at an altar, they tell me. Watu kila mahali naenda wananiambia ilifanyika pale kwa madhabahu. I gave my life to Jesus. Sema wakati nilimpatia Yesu maisha yangu. Today I'm in government, today I'm a businessman, today I'm a pastor, I'm an evangelist. Leo ni nafanya kazi kwa serikali, nafanya biashara, leo mimi ni mhubiri. And this is not only a field of champions. Na hiyo sio tu uwanja wa washindi wachache. But this is a field of miracles. Ila ni uwanja wa miujiza nyingi. Because standing here are many miracles today. Wamesimama hapa, hawa ni miujiza nyingi tu. And everybody's going to hear your testimony. Kila mtu atasikia ushuhuda wako. Because you're going to go from this place and you're going to tell everybody. Maana utatoka hapa ukiwa tofauti kabisa. You're going to tell everybody what Jesus has done. Ukawaambia wengine yale Yesu amefanya. Can you say amen? Sema amina. Hallelujah. Hallelujah. This young man here with your hands like that. Huyu kijana umefunga mikono, njoo. Where are you from? Natoka wapi? From where? From Busia. What do? You're just a cleaner. A cleaner. God is going to use you. How old are you? Na miaka ngapi Bwana atakutumia? You're 27. God's going to use you to be a mighty man of God to speak His word. Bwana atakutumia utanena mambo makubwa. Put a fire in you. I see it on you. Naiona juu yako. Don't worry about a microphone. Look at me. Niangalie. Listen to me. Every attack against your life is broken. From this day. Kuanzia leo. And God's going to use you. Mungu anaenda kukutumia. The Holy Spirit is going to carry you. Atakubeba. Amen. Amen. And you're going to go clean up many places. Utaenda kusafisha maeneo mengi. Of God. Amen. Fire! From the top of your head to the soles of your feet. Kutoka utosini hata unyayoni wa miguu yako. You'll never be the same again. Pokea nguvu, utabaki the same. Amen. In Jesus' name. Praise God. Hallelujah. All right. Now, somebody said, what about me? I'll get to you now. Na mimi je, hata wewe itafanyika. Relax. We'll get to you. Tulia tu, utafikiwa. We're going to pray one prayer. Naenda kuomba ombi moja. If you've been busy with God, God means busy with you. Kama umekuwa na shughuli na Mungu, naye atakuwa na shughuli kwako. And it is no different that if I could look each one in the eye and tell you that the Lord is talking to you. Nikiangalia kila moja kwa macho, hakuna tofauti, naweza kuambia Mungu anakuongelesha. But he's talking to you. Anaongea na wewe. If you've been busy with him, he means busy with you. Kama umekuwa kimaanisha na Mungu, naye anamaanisha na wewe. God's going to use you. Mungu anaenda kukutumia. Today every chain is going to be broken. Kila mnyororo leo inafunjika. Every yoke is going to be destroyed. Kila nira yavunjika. Listen, even if somebody did witchcraft against you, hata kama mtu alikuroga, it will be broken. Itavunjwa. And it will go back to the one that sent it. Na itarudi kwa yeye aliyekutumia uchawi huu. Because we're going to send a return to sender. Maana tunaiandika na kuirudisha kwa mahali ilitoka. The devils are not going to be happy after this morning. Mashetani na mapepo hatafurahia tena tangu sasa. Hallelujah. So we're going to pray. Naenda kuomba sasa. I want you to close your eyes. Ufunge macho yako. And lift your right hand to heaven. That's where your help comes from. Mkono wako wa kuume juu, ule mwingine weka kifuani. And pray this prayer after me. Omba ombi hili nyuma ya mhubiri. Believe it in your heart. Na ukimaanisha moyoni mwako. Say with your mouth. Na useme kwa moyo wako, kwa kinywa chako. Say, Father, I come to you. Sema, Baba, naja kwako.
In the precious name of your son Jesus. Kwa jina la dhamana la mwanao Yesu Kristo. Lord, you said in your word. Bwana ulisema katika neno lako. If I confess with my mouth. Kama nitakiri kwa kinywa changu. Jesus is my Lord and my Savior. Kwamba Yesu ni mwokozi wangu na Bwana wangu. And I believe in my heart. Na niamini moyoni mwangu. That God has raised Jesus from the dead. Kwamba Bwana alimfufua Yesu kutoka kwa wafu. I will be saved. Nitaokoka. So Father, right now. Kwa hivyo Baba, sasa I confess. Ninakiri. Jesus is my Lord and my Savior. Yesu ni Bwana wangu na mwokozi wangu. Come into my heart right now. Ingia ndani ya moyo wangu sasa. Take out the stony heart. Niondolee moyo wa jiwe. Put in a heart of flesh. Nipe moyo wa nyama. Wash me. Nioshe. Change me. Nibadilishe. Fill me. Nijaze. Use me. Nitumie. Let me never be the same again. Bwana, nisibaki kama nilivyokuwa tena. Thank you for dying for me. Asante kwa kunifia. Thank you for shedding your blood for me. Asante kwa kuimwaga damu yako kwa ajili yangu. Thank you that on the third day you rose from the dead for me. Asante kwa sababu siku ya tatu ulifufuka kwa ajili yangu. And thank you that you're coming back again for me. From this day on, from this day on, I'll never be the same again. I'm born again. I'm saved. Jesus is in my heart. Yesu yuko moyoni mwangu. And I now have living water. Sasa niko na maji ya uzima. Now lift your hands and thank him for that living water. Inua mikono yako, mshukuru kwa ajili ya maji ya uzima. Thank you for the living water. Mshukuru kwa hayo maji ya uzima. Thank you for the living water. Maji yaliyo hai ndani mwako. Now, sasa, Lord, I pray, would you fill them with joy? Baba, nimeomba wajaze kwa furaha. Fill them with that joy. Wajaze kwa hiyo furaha. Fill them with that joy in their belly, Lord. Wajaze kwa furaha ndani ya ukumbi huu. Let it bubble up like a river, like. Bwana, waanze kunena, mito ichiruzike ndani mwao. Fill the Kenyans with the joy. Wajaze na furaha yako. Fill them with your joy, Lord. Jaza wa Kenya na furaha. Fill them with your joy. Wajaze kwa furaha. Fill them with that joy. Fill them with the joy. Furaha yako ifurike. Joy, 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 joy. Furaha, furaha, furaha ya Bwana. Joy, 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 joy. Furaha, furaha. Fill them to overflowing. Wajaze na furaha. Fill them to overflowing. Wajaze na wajaze. Joy. Wajaze. Joy. Joy unspeakable. Wajaze. Joy unspeakable. Furaha isiyoweza kuelezeka. Baptize them in the Holy Ghost. Wajaze, wabatize kwa moto wa Roho. Speak in other tongues right now. Wanene kwa lugha nyingine. As you receive power. Wapokee nguvu. Living water. Living water, living water, living water. Thank you, Jesus. Sante Yesu. Thank you, Lord. Sante Bwana. Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. Mighty evangelists. Wainjilisti wakuu. Mighty evangelists. Wainjilisti wakubwa. Will rise up out of this group. Mighty pastors and leaders. Wachungaji wakuu.
Mighty businessmen and women. Wafanye biashara wakubwa. Mighty in the governmental realm. Watenda kazi katika serikali wakubwa. Anointed by you. Wamepakwa na wewe. Raised up. Wameinuliwa. From obscurity. Kutoka hali ya umaskini. No one knew who they were. Hakuna aliyejua wao ni nani. But you raised them up. Lakini umewainua. For your glory. Kwa utukufu wa jina lako. Thank you. Sante. Bless them. Wabariki. Bless them. Wabariki. Bless them. Wabariki Bwana. I bless you. Bariki Bwana. I bless you. Nakubariki. I bless you. Nakubariki. I bless every one of you. Nabariki kila moja. I bless you and bless you some more. Nabariki kila moja. I bless you again. Nawabariki tena. I bless you some more. Tena. I bless you. Tena zaidi. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Be blessed. Barikiwa. Be blessed. Barikiwa. Be blessed. Barikiwa. Hallelujah. Hallelujah. Now, you might look at me. Sasa niangalie. And you say, but pastor, sema mchungaji, I need many things. Nahitaji mambo mengi. I need job, I need house, I need kazi, car, I need money. Gari, fedha. Don't worry about those things. Usijisumbue na hayo. You got Jesus. Yes. He will help you. So what Jesus is wanting to do now, kile Yesu anaendelea ama anataka kufanya sasa, say, will you let me use you? Ni wewe ukubali akutumie. Umruhusu Yesu akutumie. Can I live big on the inside of you? Niruhusu nijidhirishe kwa ukubwa ndani yako. Will you give me your hands? Nipatie mkono wako. Will you give me your mouth? Nipatie kinywa chako. Can I use your feet? Naweza tumia miguu yako. You will walk my path now. Utatembea njia yangu. And you'll go everywhere. Na utakwenda kila mahala. And you'll tell people. Na utawaambia watu about Jesus. Kuhusu Yesu. How wonderful he is. Ambaye atakutumia. How awesome he is. Kwa habari njema yake. I'm so excited that I could come and stand here. Nafurahi kwa sababu unaweza tell you how wonderful Jesus is. Uone vile Yesu alivyo ajabu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many of you feel you can feel something's gone off, lifted off of you? Unasikia mzigo umeondoka juu yako. You feel like the Lord's touched you. You feel unasikia Bwana ameguza maisha yako. Amen. Hallelujah. Now, sasa everything that happens in the church, kila kitu kinachofanyika kanisani, I know we use all modern forms of advertising, all that kind of stuff. Ndio tunatumia mbinu nyingi ya kuweza kuitangaza na kuielezea. But you see, my ministry started before the internet. Huduma yangu hiko katika mtandao. Before the internet I was. Kabla mtandao kuwepo mimi nilikuwepo. And we had thousands of people come to the meeting. There was no internet, there was no Facebook, watu walikuja katika mikutano wengi. There was no phones, we had no cell phones. There was no texting, people tweeting. Hakukuwa na Facebook wala hizo zingine zote. Everything is word of mouth. Kila kitu ni neno la kinywani. The power of your testimony in your mouth. Nguvu ya ushuhuda iko mdomoni mwako. Okay, because you take the woman at the well. Ukiangalia huyu mwanamke Msamaria. She heard her testimony. Alikuwa na ushuhuda wake. They went. Akaenda. They heard him. Wakamsikia. And then they didn't need her testimony anymore. They had their own testimony. Hawakuhitaji ushuhuda wake, walikuwa na ushuhuda wao wenyewe. So from this day, hivyo tangu sasa, you're going to go tell everybody. Wewe unaenda kumwambia kila mtu about Jesus. Juu ya Yesu. Now, I want everybody to stand, if you would please. Everybody stand. Nauliza kila mtu sasa usimame. And you'll understand more this afternoon and then tomorrow, because this is just the start. Utaelewa mengi adhuhuri ya leo na kesho, maana tumeanza. Amen. Holy Ghost has got a protocol. Roho Mtakatifu anaenda kufanya zaidi. This is just the start. Hii ni mwanzo tu. How many here would promise? Na wangapi hapa wanaahidi? And tell Jesus today, tell the Lord. Na wanamwambia Yesu leo. From this day. Tangu sasa leo. Until the time you come to take me home. Na kila mpaka utakapokuja kunipeleka nyumbani. Every day. Kila siku. I'm going to find one other person. Just one other person mtu mwingine moja that I can tell about you. Ambaye nitamwambia kuhusu. Who can promise that you will do that? Wangapi wanaahidi hivyo? Now, you do not know what this means. Wewe haujaelewa hiyo yamaanishaje. I'm just telling you.
Nakwambia. You see, I've studied crusade evangelism. Ninajifundisha mambo ya evangelism ya crusade. Many of my best friends were the greatest evangelists in the world. Marafiki zangu wengi ni wainjilisti wakuu katika dunia. And I watched every model of evangelism. Na ninaangalia kila mfumo wa uinjilisti. And I realized that all of those models na nikagundua mifumo hiyo yote were based yote imejengwa kwa on one man going to a city, mtu mmoja anaenda mjini, packing a stadium, anajaza uwanja and giving a call. Na anapatia watu mwaliko. But those meetings are few and far between. Na hiyo mikutano unapata imejaa ndio katikati na mpaka mwisho. And there's some countries that they have never had, nobody's been there. Na kuna mataifa mengine duniani haijawahi kuwa na mtu katika mataifa. And the Lord spoke to me. Bwana akaniambia. He said the power of the church is sitting in the pew. Kaniambia nguvu ya kanisa imebaki tu katika nyumba ya kanisa. I want you to empower every believer to tell people about Jesus. Sasa kaniambia nataka kila muumini ajazwe nguvu amwambie mwingine kuhusu Yesu. Now, I'm not sure the total numbers. I know there's probably over 8,000 here, maybe nearly 9,000 today here. Sijui ni watu wangapi wako hapa. Sina hakika ya namba lakini naona kama watu 8,900 hivi. But let's just say that 7,000 people here raise their hand. Hebu tuseme tu kwa mfano watu 7,000 I will tell one person about Jesus every day. Sasa hawa watu 7,000 until he comes to take me home. Kila mtu anamwambia mtu mmoja Yesu mpaka atakapokuja kwenda nyumbani. If you look at one here, it's 2.5 million people that will hear about Jesus. Ina maana kwamba basi tutakaa miaka mingine mitano ni watu milioni 2 watakuwa wanapata habari za Yesu. That's 5 million. If you tell 4, that's 20 million people. Kiambia watu 4 hiyo ni milioni 20. I'm not stupid. The compound interest of you telling mimi najaribu kuangalia faida ya wewe kumwambia mwingine. Is more powerful than me trying to fill every stadium in Kenya. Wewe kumwambia mtu mwingine ina faida kuliko mimi kuzunguka Kenya kuhubiri. So I've come here to mobilize every one of you. Kwa hivyo mimi nimekuja nichochee kila mmoja wenu. Maybe some of you only tell one person a week, but that's still better than nothing. Na hata kama utamwambia mtu mmoja kwa wiki moja, hiyo bado ni bora zaidi ya kutokusema. But I know what's going to happen. Na ninajua itafanyika. You're going to catch so much fire. Utaenda kushikishwa moto mwingi. You're just going to do it full time. Na utafanya hiyo kazi. And then you're going to tell 20 and 30 and 40 and 50 and there'll be many mighty soul winners. Utaambia watu wengi na kutakuwa wengi. And the whole of Kenya is going to be saved. Na Wakenya wote watakuwa wameokoka. All 47 counties. Katika magatuzi ya 47. Whole villages are going to get saved. Wale ambao wameokoka na wameamini Yesu. And people are going to find out about Jesus. Watu wataenda kujua mengi kumhusu Yesu. And they'll say, who are you? Sema wewe ni nani? I'm nothing. Mimi si kitu. But Jesus called me. Lakini Yesu aliniita. And I've come to tell you. Na nimekuja nikwambie how much he loves you. Jinsi anavyokupenda. Can you say amen? Sema amina. Kenya? 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 Do you know how much he loves you? Je, wajua anakupenda kiasi gani? Kenya? Kenya? Do you know how much Jesus loves you? Je, unafahamu Yesu anakupenda jinsi gani? He loves you. Anakupenda sana. Too much. Yesu anakupenda upendo mkubwa mno. So, what I want to do, I've got some tools that I want to give to you. Sasa kuna in English and Swahili. Kwa Kizungu na Kiswahili. But we also have them on our website in over 50 languages. Na pia tuko nayo katika mtandao zaidi ya lugha 50. We got them in Chinese and Japanese and Korean and tuko nazo kwa lugha hizo zote. Xhosa and Zulu, many other, German, Dutch, French, Finnish, you know. Mengi tu. And these tools are all for free. You can go on our website and download it for free. Unaweza enda katika mtandao wetu na ukaweza kujipatia. So they copyright, but copy them right. Una copy too. Amen. So I want the ushers to come and give out to everybody here. Napenda ushers basi wasaidizi. If you come, I'm going to show you how to use it. Atakuonyesha jinsi ya kutumia. He's holding this up. This is what they look like. Ushers. Zinakaa hivyo unaona? Ushers. Ushers. You can grab a hold of these and pass them out to everybody. Now I'm going to show you how to use it. Now, you're going to use it today. Listen, you're going to use it today.
Even on your way home today, you're going to use hata nyumbani kwako leo it will work. itafanya kazi. Because Ukipokea what it sabasia wengine, does. usiweke If you use it, it'll work. If you don't, tumia, itafanya kazi. you won't understand what I'm talking about. So if the ushers can hand them out to everybody, Kama unaweza everybody, pewa even kila- in your seats, hata wale mlio and then you kule can be seated again. unaweza ukaketi, utapewa. How many promise you're going to tell one person about Jesus Wangapi every day? wanaahidi utamwambia mtu mmoja? I mean, you go to the barber, you go to get your hair done. Popote utaenda, You go to the utamwambia dentist, you mtu. go to the butcher, the baker, the candlestick Kila maker. mahali You utakwenda, get your car fixed, whatever. You get on the taxi, you get in the bus. popote utakwenda, utaambia watu, You're going to tell somebody. mwambie mtu. The homeless person on the street. Kila mahali, nyumbani, barabarani, kazini, Everyone. Tell ofisini, everybody. kwenye gari, kwenye hoteli, popote pale. You say why? Sema kwa nini? Because the only thing you can take with you when you leave the earth is people. Maana kwa nini? Kwa sababu chochote utakachotoka nacho duniani You can't ni take watu anything tu, else. utaenda na wao. You Hakuna can't kitu take kingine anything utabeba. else with you. Hautabeba kitu kingine, ni watu tu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say souls. Kila mtu sema nafsi. Everybody say the harvest. Mtu sema mavuno. So over the years we get mocked by other preachers. Miaka nyingi tumechokelewa na wahubiri wengine. And they say, well, did the people come to the altar? Je, wanasema watu walikuja mbele kuombewa? I said, listen, Sema ndio. you Sikiza. obviously don't read your Bible much. Labda wewe usome Biblia sana. Many people were saved. There was no altar. It was on the street. Watu wanasema hakukuwa na watu, ni wachache tu. The thief hanging on the cross got Ni wale saved. mwizi tu aliyekuwa pale msalabani na Yesu. You know, you don't have to put it into your protocol to get people saved. Si lazima uite mwaliko ndio watu waokoke. It's depending on who carries the water. Inategemea ni nani amebeba maji. If you have a bucket with no water, nobody's going to get saved. Kama umebeba mtungi usio na maji, But if you're hakuna mtu carrying ataokoka. living water, Lakini kama umebeba maji yaliyo hai, you have what's real. uko nayo ya kupeana. You have what's real. Uko na cha kweli. And what you've received right now is real. Na kile umepokea sasa ni kweli. Can you say amen? Sema amina. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Now, Sasa let's do the training. I'm going to train you. I'm going to activate you now. nataka Now, nikufundishe. somebody said, well, what if I want to pray for the sick? You can pray for the sick. Sasa nikitaka But kuombea first, wagonjwa, get naweza people kuombea. saved. Kwanza waokoke. First thing, salvation. Kwanza ni Then wokovu. healing. Then upokesha Then uponyaji. deliverance. Esa miujiza na ukombozi. Amen. Amen. And maybe you have to go deliverance first, then salvation. Ama wakati mwingine utawakomboa And kisha maybe if waombe somebody wokovu. doesn't want to get saved, then you get them healed first. You know, Kama wataki kuokoka kwanza the Lord will tell unawaponya. you what to do. Bwana But this atakuelekeza. will work. Lakini itafanya And we're kazi. sitting now with 45 million people saved worldwide using this method. Tuko na watu 45 zaidi ya million. 45 milioni wameokoka kwa njia hiyo. And the Lord said to me, it's not by the efforts of one, Bwana akaniambia sio bidii ya but by the mmoja, combined efforts of many. lakini bidii yetu kwa Because pamoja. you're going to reach people I cannot reach. Maana utawafikia watu You're gonna wengi go to kuliko places mimi I'll naweza never go. kuwafikia. And God's going to use you in a powerful way. Bwana atakutumia kwa njia za You kipekee say, why? Because I trust the Holy kwa Ghost. sababu mimi namwamini Roho And the Mtakatifu. Holy Ghost will carry you. Naye Roho Mtakatifu If you atakuwezesha. pray, Umeomba, He will show you what to do. atakuonyesha njia. Can you say amen? Sema amina. Pastor Eric? Pastor, Hallelujah. If you didn't get one, raise your hand. kama hukupata karatasi hicho, nyosha mkono kama hujapata. And my friend back here that I spoke to help me, you can come up now. The one that I talked to. Kuna rafiki yangu mmoja anataka We do aje. have these in Swahili. Tuko nayo kwa lugha And ya English. Swahili na Kisungu. If you only speak Swahili, Kama unaongea you Kiswahili, can raise your hand. We have them in Swahili. kama unanena lugha ya Kiswahili kwa If you ufasaha need tu a na ndio na lugha Swahili unaelewa, gospel script, raise your hand. wale wanaotaka Kiswahili nyosha mkono utapewa. And the ushers will come. Just Swahili, raise your hand. Wale And we'll get wanajua it. Kiswahili tu nyosha mkono utapewa Kiswahili. And then, okay. And if you didn't get one in English, raise your hand. Kama ukupata kwa Kiingereza tafadhali inua mkono tu. Hallelujah. Well, they're coming to you right now. Kwa hivyo wanakuja wakikuletea As sasa you hivi. keep your hand up, they'll come to you. I'll start. Inua tu mkono wako popote ulipo. Kama hujapata kijikaratasi hichi utapewa. This method is called power evangelism Jinsi ya kuhubiri yaitwa uinjilisti kwa nguvu, because of Acts 1:8. kwa
Kwa sababu ya Matendo ya Mitume You shall receive power after that the Holy Ghost comes upon you. Mtapokea nguvu wakati Roho wa Mungu atawajia juu yenu. And you shall be witnesses. Basi mtakuwa mashahidi. That's what this mobilization is about. Ndio maana basi imeletwa kwako leo hivi. So when you open your mouth, the gospel, and share the gospel, ukifungua kinywa chako ukashiriki injili, the power of God's going to show up. Basi nguvu za Bwana zitakuja. Couple more scriptures. Kwa hivyo maandiko Romans 1:16. Warumi 1:16. For I'm not ashamed of the gospel of Christ. Sionei haya injili ya Kristo. For it is the power of God unto salvation everyone that believes. Another one, 2 Timothy 1:7. The Lord's not giving me a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. So the whole reason it works is because you're saved, you're on fire, and when you share this little card, it has the gospel, it has scriptures in it. And God's looking to get people saved, not to send people to hell. Amen. He's not willing that any should perish, but all come to the saving knowledge. So I'm going to use my friend that I just met, Joshua. Now we're going to do a role play. And we're going to pretend like we work together. In your workplace, wherever you're at, and Joshua and I'm going to get him a mic up here, are in the internet business. Who believes we need good internet business in Africa? Okay. All right. We're in the internet business. And I go to church. And he works with me. And I'm thinking, man, I need to get him saved. I really need to get him saved. So I say on the lunch break, come have lunch with me. And we're friends at work. And then all you do is read this card. So let's do that. Just take your card out. And we're going to start at the top. And this is what you do outside the church. You can even do this on your cell phone by calling somebody. And watch what God will do. Okay, so let's do this. So we work together. Hey Joshua, has anyone ever told you that God loves you and He has a great plan for your life? Very good to see you. Actually, yeah, I've had it. Okay, great. I have a real quick but important question to ask you. If you died this very second, do you know for sure, beyond a shadow of a doubt, that you'd go to heaven? I'd like to think so, but I'm not very sure. Okay, great. If you look at your card, many times people will say, yeah, I'm not sure, like this. Why would you say yes? Why do you think so? I feel like I'm generally a good person. I do good things. I give to the poor, I go to church, my attendance is right up there. Boy, he's really good. Okay, number one answer in the world that people think they're going to heaven is because they're a good person. Yeah. Some people say, I help old ladies across the street. Some people say, I pay for all the drinks in the bar every night. I'm a good person. Sometimes people say it's because I believe in God. But the devil believes in God and he's not going to heaven. So unless they say, I'm saved, I'm born again, I have Jesus in my heart, something like that, you just keep going, okay? So Joshua said, yeah, he's a good person, he helps people. So let's keep going, okay? I just want to say one other thing. If he said I'm an atheist, the gospel is still the power of God for an atheist. Doesn't matter. Okay, so let's keep reading. Let me quickly share with you what the Holy Bible reads. It reads, for all have sinned and come short of the glory of God, and the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. And the Bible also reads that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And you're a whosoever, Joshua, of course you are. Yeyote ambaye atakubali na kumitikia Kristo Yesu katika maisha yake, maandiko inasema ya kwamba basi yeye atakuja kwa nuru na atakuwa mtoto wa Mungu. Na kwa hivyo Joshua, swali ambalo unaulizwa siku ya leo ni ya kwamba
basi ukubali, kwa sababu hapo ndipo ambapo utaokoka na kukubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Now those are 3 scriptures in the Bible. That's the gospel. Hivyo basi hayo ni maandiko matatu katika Biblia. When it gets really cold and you breathe out, you can see your breath, right? Yeah, he agrees. When it's cold and you exhale, you see your breath. Basi kukiwa na baridi na unapumua, unaona ya kwamba basi kuna in the spirit realm, inafanyika katika. It might look like Joshua's just like, what? Inakaa nika kwamba Joshua anakaa tu. But if you could see in the spirit, God is penetrating his heart. He's talking to his heart. Lakini kama ungeruhusiwa kuona moyo wake wakati unamsomea karatasi hiki, basi Mungu anamuongelesha katika moyo wake. And then turn your card over. Haya, unaigeuza basi. And on the back it says, I'm going to say a quick prayer for you. Na pale nyuma inamwambia kwamba basi sasa nitakuombea ombi fupi. Who believes prayer is good and it works? Nani anaamini ya kwamba maombi ni mazuri na yanafanya kazi? Here we go. Just read. Let's read it. Haya, Joshua, I'm going to say a quick prayer for you. Sasa nitakuombea kwa ufupi Joshua. Lord, bless Joshua and his family with a long and healthy lives. Bwana Mungu mbariki Joshua na familia yake yote na maisha mazuri. Jesus, make yourself real to him. Wabariki na maisha marefu yenye afya. And do a quick work in his heart. Jiweke hali ya maishani mwake, fanya kazi ndani ya moyo wake. If Joshua has never received Jesus Christ as his Lord and Savior, ikiwa Joshua hajawahi mpokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wake, I'll pray he'll do so now. Naomba basi atampokea hivi sasa. Who believes God can answer a prayer? Nani anaamini ya kwamba Mungu anaweza akajibu ombi? I just prayed God would do a quick work and Joshua would get saved. Naomba ya kwamba Joshua Mungu amfanyie kazi. Now it's his choice. Sasa ni kauli lake. So let's read, keep going. Haya, tuendelee. Joshua, if you would like to receive the free gift that God has for you, ikiwa ungependa kupokea zawadi ambayo Mungu anayo kwako, today say this with your heart and your lips out loud. Basi leo sema hii kwa moyo wako na kwa mdomo wako. Say, Dear Lord Jesus. Dear Lord Jesus. Sema, Bwana Yesu, come into my heart. Njoo katika moyo wangu. Forgive me of my sin. Nisamehe dhambi zangu. Wash me and cleanse me. Kase na unioshe. Set me free. Na uniweke huru. Jesus. Yesu. Thank you that you died for me. Asante kwa sababu ulikufia. And I believe that you're risen from the dead. Kwa sababu umefufuka juu yangu. And that you're coming back again for me. Kwamba unarudi tena unichukue. Fill me with the Holy Spirit. Give me a passion for the lost. A hunger for the things of God. And a holy boldness to preach the gospel of Jesus Christ. I am saved. I am born again. I'm forgiven. And I'm on my way to heaven because I have Jesus in my heart. That's good news. Amen. Now you read the next part. Joshua, as a minister of the gospel of Jesus Christ, I tell you today, all your sins are forgiven. And always remember to run to God and not from God, because He loves you and He has a great plan for your life. Hallelujah. Thank you, Eric. Nobody ever reached out to me like that. You know, I reached out to you because I love you, man, and we work together, and I want you to go to heaven. I need to do one other thing. I go to a great church. They love God with all their heart. And I want you to come this Sunday as my personal guest. I would like to introduce you to the pastor and some of the others. And I want you to bring your family. I believe God's doing a great work in you. And the Lord put you on my heart. And come one time. We'll see what the Lord does. Would you come this Sunday? Absolutely, I'll be there. Can you shake my hand? Now, Joshua, I know you're a man of your word. You look sharp. You're definitely coming, right? Okay, I'm going to tell my pastor you're coming. You're coming. I'll be right. You have my number. You can call me on Sunday morning. You know, we've seen many churches double and triple like this. Yeah, and there's ways of doing this. So even from your business, I want to say, how many people are in business here? All the businessmen, businesswomen. Okay. If you make your business about the kingdom, you watch how your business explodes. Don't make your business about money. Obviously, you need money, but don't make it about money. Make it about people. The same with your ministry. Don't make it about money. Make it about people. It's about people. If you make it about people and about Jesus, you'll never lack. I promise you. I don't care where you live. It's got nothing to do with the economy, because the Lord has blessed me exceedingly. And you say, well, because you live in America.
And that can't be true, because I'm helping so many people in America that ministers that can't make it, so I'm helping them, so it doesn't work. It's not about where you live. It's about who lives in you. Haijalishi unaishi wapi, bali ni yule anayeishi ndani yako. When Jesus lives in you, he'll raise you up no matter where. Yesu akikaa ndani yako atakuinua pasi na kujali uko wapi na uchumi ukoje kwako. It doesn't matter how much money you have, you don't have. Haijalishi una fedha ama una. Education, I must get more degrees. You can get so many degrees. You look like a thermometer. It doesn't help. Are you with me? You get so many degrees, you die by degree. I've met people with every kind of degree, PhD and whatever, and they're useless. They're useless. Useless. Because their head is so big they can't come through the doorway. But their heart is like tiny, like very small. Their head is big. God wants to give you a big heart and fill him with himself. Your head is good, but not for everything. Your head is good to look when you cross with the traffic. Your head is good to know not to put your finger in the socket. Amen. Amen. There's certain things your head is for, but not for spiritual things. Your heart is for spiritual things. Hallelujah. Hallelujah. So God is going to use you. Mungu atakutumia. Somebody said, I'm not ready. You might say, I'm not ready. Ukisema huko tayari. You are. I just made you ready right now. You just, amekuweka kuwa tayari sasa. I've deputized all of you and if anybody questions from now, say, by whose authority do you come here? Say, Pastor Rodney gave me the authority and he told me to use the name of Jesus. And then they can call me in America and say, you caused trouble for us now. Amen. 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 Everybody say souls. Now I want to give you just a few illustrations. Then I'm going to let you break. We break to 2 o'clock, and then I'm going to start at 2 o'clock. My band will be up here. I'm starting at 2 o'clock. Sharp, sharp. Not 5 past 2, not 10 past 2. 2 o'clock I'm here. And I'm starting for the next wave, because we're going to talk about the river this afternoon. We talked about the well, but we're going to talk about a river. But I want to tell you 3 quick testimonies. One of the things that the Lord spoke to me about across America, and we evangelize prisons. We evangelize, hospitals, mental institutions. It doesn't matter. If there's people, we're there. Military bases, government houses. We take a big map and we do a 1-mile radius around the church. We knock on every door. And we've been to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 20-mile radius. And we've been doing this for many years. So when we knock on the door, everybody knows about the River Church. I have people that come to the city of Tampa. And Tampa, St. Pete, Clearwater is about 2.7 million people. And they will be running in the morning on the river walk. And they see me at lunchtime. They said, 4 of your congregation members stopped me and led me to Jesus. There's people everywhere, praying for people everywhere. So every week there's
2, 3, 4,000 people saved in the city. Kila wiki kuna watu 2,000, 3,000 wanaokoka tu. And we fill up all the churches. Tunajaza makanisa. They don't understand what we're doing, but we understand what we're doing. Hawaelewi kwa nini tunafanya hivyo, lakini sisi tunaelewa ni kwa nini. But we also targeted senior homes, retirement homes. Pia tunaenda kwa nyumba ya wale watu ambao wamestaafu, assisted living homes. And we hit schools, primary schools, high schools. Moja na shule za upili, za misingi. There are more teenagers being saved in our county na vijana wengi wanaokoka katika than any other county in America right kuliko jimbo lolote lile Amerika. And that's not our statistics, that's from other groups that have said. Na sio tu kwa nyumba moja, lakini vikundi vingi vimesema wengi wameokoka. We've got 4 or 5-year-olds leading people to Jesus. Maana hata watoto wa miaka 2, 3 hata 10 wanahubiria watu. We have 14-year-olds leading people to Jesus. Na wao vijana wa miaka 14 wanaleta watu kwa Yesu. And we have 80-year-old ladies leading people to Jesus. Naleta wamama wa miaka 80 wanahubiria watu. Everybody is a soul winner. Kila mmoja anahubiria mwingine. That's how we will see Kenya shaken. Hivyo ndivyo Kenya tunataka. The most important thing is people and souls. That's why Jesus came. Lilo la muhimu zaidi ni watu kuambiwa Yesu na kuokoka waje kwa ufalme. And I'm going to say this, if you go to a church and they say no, we don't do that, leave that church. I'm just telling you right now, any church that doesn't want to win souls, you don't even want to be a part of it. I wouldn't go there, so why would I tell you to go there? Because sometimes people want to control the narrative. Go into all the world is still going to all the world in Greek. Enendeni ulimwenguni wote bado inasema hivyo hivyo. Misri na watu 3,000 wakaokoka. People need Jesus. People need Jesus. Watu wa so we've seen probably millions now in retirement homes and assisted living homes. Tumeona sasa tunaweza sema kama milioni wanaendelea kurejelea nyumbani. And there's so many stories of people that are senior, very senior, about to die. Na tunasikia habari za wengi ambao ni wazee ambao wanakaribia kuondoka. And the person prays the prayer. Na mtu anamuombea. And when they say amen, they die. Na wanaposema amen, it's like you pluck them right from the jaws of hell. Ni kama kusema umemngoa kutoka katika like they were hanging on, waiting for somebody to come. Walikuwa wanangojea tu mtu akuje waokoke. This story is remarkable, what I'm about to tell you. Na hii habari inasisimua ambayo nataka nikwambie. One of our soul winners went to an assisted living home. Mmoja wa watendakazi wetu wanaofua nafsi alienda kwa nyumba moja. She was going from room to room to room. Alikuwa anaenda chumba kwa chumba kwa chumba. And she looked in this one room and there was a lady lying curled up in a fetal position. Akaangalia kwa chumba moja akaona binti mama moja pale amelala katika hali ya kutamausha. And the lady was making this noise. Na huyo mama alikuwa amelala pale alikuwa anatoa sauti hivyo. So she said to the nurse, "Can I talk to that lady?" Akamwambia nasi naweza kumuongelesha. The nurse said, "No, she hasn't talked to anybody in 2 weeks." Akasema usimuongeleshe, hajaongea na mtu wiki mbili. She's not even eat food or drink water. She's going to die. Wala kunywa maji wiki mbili. She will probably be dead in the next hour. Hata labda atakufa lisaa lingine. The lady said, "Please, can I talk to her, please?" Huyu mfua nafsi akasema tafadhali naomba nimuongeleshe. She doesn't talk to us. Hata sisi hatuongeleshe. She's not going to respond to you. Hata kujibu. But the lady was persistent. Huyu dada akasisitisha. I have to. The nurse was getting like irritated, like mad. Alikuwa na juhudi anataka kumuongelesha. So finally she just gave up. Okay, go, but she nothing gonna happen. Haya basi nenda, lakini hata kusikiza. So she went up to that lady and she shook her. Akaenda kwa yule dada amelala pale chini akamtikiza. And the lady opened her eyes. Akafungua macho. And looked into her eyes. Akamwangalia macho. And the lady said, dada yule akasema, "My soul is lost." Nafsi yangu imepotea. My soul is lost. Nafsi yangu imepotea. The reason she was groaning.
Sababu ya kulia na because kuugua. she knew she was dying. Alijua anakufa. And she didn't know where she was going. Na hakujua anaenda wapi. And there was no one to help her. Na hakukuwa wa kumsaidia. And the soul winner looked at her and said, kwa hivyo mmoja akamwangalia. You won't be lost anymore. Akamwambia hautapotea. Pray this after me right Omba now. na mimi ombi hii. And the lady gave her life to Jesus. Na akampea Yesu maisha yake. She went out of the room. Na alipotoka. 4 minutes later she come back. Aliporudi baada ya dakika 4. There was a sheet covering the body. Akapata amefunikwa yule mama. I'm telling you. Nakwambia. God loves people so much. Mungu anawapenda watu sana. Can you say amen? Amen. I will tell you a story that happened with me. Nakwambia kilichofanyika na mimi. I was not ready for this one. Sikuwa tayari kwa hii. We go to this retirement home, assisted living home. Lienda katika nyumba moja ya hawa watu ambao wamestaafu. And there was a sign that said Alzheimer's unit. Alzheimer, yeah. Kulikuwa na kibandiko pale kilikuwa kinaongea kusema Alzheimer's. So people they don't remember who they are. Watu ambao samani ambao hawawezi kukumbuka chochote. So I thought, I'm going to go in there. They've already lost their mind. Let me see if I can connect with somebody. So wakati nilienda waniambia because I have preachers that tell me I've lost my mind all the time. So hey, I might be able to reach somebody here. Hivyo hata mimi nimepoteza nia siwezi fikia yoyote. So I walk in there. I was not ready for this. Nilienda pale na singeweza A little lady sees me. Binti mchanga akaniona. And she lights up and she sees me and she goes, Frank. Akaniona na akasema hivyo. And I looked to see who's Frank. Nikaangalia nani wewe anaitwa Frank. She said, Frank. Anasema Frank. My son. My son. Mwanangu. You've come to see me. Umekuja kuniona. And I thought, I'm not Frank. Mimi si Frank. I'm going to tell her I'm not Frank. Sitamwambia mimi si Frank. I've got to tell her. I can't tell her that I'm Frank. And the Lord said to me, today, you are Frank. Wewe ni Frank. And I looked at her. Nikamwangalia. And I said, Mom, I'm so happy to see you. Ninafurahi nimekuona. And I hugged her. Nikamkumbatia. And she snapped out of dementia. Na akatoka katika kupoteza fahamu. I prayed the prayer with her. Kaomba na yeye. She gave her life to Jesus. Na akampea Yesu maisha yake. Then she go back into a fog. Na akarudi. I will see that lady in heaven. Let me tell you right now. Na baada hiyo akawa hayuko tena. God loves people. Mungu anapenda watu. He loves people. Mungu anapenda watu. Today, leo, between now and midnight tonight, kati ya sasa na usiku you wa will leo, pray with one person to get omba saved. na mtu mmoja. And I want to hear testimonies. Even this afternoon, you can come tell the ushers, I got a testimony. I prayed with somebody. Nataka kusikia shuhuda. Jo, useme nimeombea mtu. You can even call family members and hata wapigie familia wenzako. We've had children lead their parents to the Lord. They haven't talked to their parents in years. Wajaongea na wazazi wao wengine miaka nyingi. Call them up and say, Dad, I want to tell you I love you. And then they read the card. The father cries and he gives his life to Jesus. Mothers get saved, uncles get saved, aunts get saved, cousins get saved, brothers get saved. And how many of you have unsaved loved ones? Who has unsaved loved ones? Wave your hand. As you go after somebody else's unsaved loved one, God will send somebody after yours. Unapoendea wale ambao hawajaokoka, Mungu atatuma mwingine kwa wale wako ambao hawajaokoka. Now, let me tell you one other story. Habari hii ya mwisho. One of our ladies was at a bus stop. Mmoja wetu mwanadada alikuwa katika steji ya basi, Minnesota. Kule Minnesota. And there was a man dressed in a three-piece suit with a briefcase. Pata mtu pale amejivika vizuri. And she walked up to him and she was reading the scripture. She said, has anyone ever told you that God loves you? It's a great plan for your life. Anamsomea yanamuza, je, umewahi na mtu kwamba unapendwa? And if you died today, where would you spend eternity? Ungekufa leo ungeenda wapi? The man's face, the blood drained from his face. Mtu uso ukageuka. He was visibly shaken. Alikuwa anatikisika. And he said, yes. Akasema ndio. 2 days ago, somebody saw me in the streets. Siku mbili imepita mtu aliniona. And they asked me that question. Na akaniambia hivyo. And I swore at them and said, get away from me. Nikamwambia toka kwangu. But I have not been able to sleep for 2 nights. Na hivyo sijalala usiku mbili. I have been so concerned for my soul. Nasikia nahangaika juu ya roho yangu. Please pray for me. Tafadhali niombee. And she led him to the Lord. Akamuongoza kwa Bwana. Amen. 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 God will use every one of you Mungu atatumia to kila be mighty soul winners. Kuwa watu wa kufua nafsi. Now let me show you when you realize what I'm saying to you is of the utmost importance.
Wacha nikwambie kwa nini nakusisitisha jambo hili ambalo la muhimu zaidi. 100 years from this day, miaka 100 kutoka leo, you will realize utatambua that I was telling you the most important thing that you could ever hear. Nilikuwa nakwambia jambo ambalo lina busara na la muhimu zaidi. That when you make souls your number one goal, wakati unafanya nafsi kuwa ndio namba moja kwako kufikia, heaven will move on your behalf. Mbingu itashughulika kwa ajili yako. Because heaven is moved on my behalf. Maana mbingu ilihusika kwa ajili yangu. Because everything about us is souls and the heart. Kila kitu ikafanyika kwangu. Because that's why Jesus came. Kwa sababu hiyo ndio sababu Yesu alikuja. The Son of Man is to seek and save that which is lost. Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. And many people in churches, they get excited about the 99. Wengi kanisani wanafurahia 99. Oh, look at my 99 sheep. Lakini watafuta ile moja. My 99 sheep, they sing so nicely. Wale 99 wanaimba vizuri. Oh, I have 199 sheep. Yaani niko na hao 100 lakini 99 wako. But a shepherd leaves the 99. Mchungaji anaacha 99. And he finds the one. Anaenda kutafuta ile moja. And God is going to use you to find the one. Mungu atakutumia kutafuta hiyo moja. Listen. Usikize. Listen. Usikize. Listen carefully. Usikize kwa makini. You can hear the cry of the lost in Nairobi. Unaweza sikia kilio cha waliopotea Nairobi. There's people about to commit suicide right now. There's somebody about to take drugs right now. There's somebody drinking alcohol. They're crying out. Wanalia, wanaitana. Njoo. Njoo. If you're real. Tafadhali njoo. If you're real, Lord. Bwana ukitaka njoo nifikie. You have to hear. Lazima usikie hiyo kilio. Cry of the lost. Kilio cha waliopotea. That's why we're here. Ndio maana tuko hapa. That's why we came to Kenya. Ndio maana tulikuja Kenya. Kenya is like a diamond in Africa. Kenya ni kama almasi ya Afrika. That will shine for the glory of God. Ambayo itang'aa kwa utukufu wa Mungu. Can you say amen? Sema amina. Hallelujah. Hallelujah. Have you been blessed? Umebarikiwa. So we'll break. Tunaenda sasa 2:00 saa 8 sharp. Tutakuwa hapa. Amen. Amina. We love you. Tunawapenda. God bless you. Mungu awabariki. Kila mtu asimame mahali yako akae. Wala mnaenda kwa viti, mrudi kwa viti. Na kila mtu atulie mahali yako. Everybody just settle where you are. Those who are going back. Tunaomba kila mtu atulie mahali alipo na wewe ukae kwenye kiti chako. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Have you been blessed? Je, umebarikiwa? Have you been blessed? Umebarikiwa? I want to assure you. Nataka nikupatie uhakikisho. By the end of this meeting. Tunapofika kilele cha mikutano hii. Your life will never be the same again. Maisha yako haitabaki jinsi ilivyo tena. Your church will never be the same again. Kanisa lako halitabaki jinsi lilivyo tena. Your area will never be the same again. Na eneo unalokaa halitabaki jinsi lilivyo tena. Over and above it. Na juu na zaidi sana. We are going to raise soul winners. Tutakuwa tumekuza wavuaji mioyo. Such that ili ya kwamba we shall not just having one person preaching. Hatutakuwa na mtu mmoja ambaye ndiye anahubiri. But the whole village. Lakini kijiji chote kizima. The whole estate. Na estate yote nzima. Everywhere. Kila mahali. People are preaching. Watu watakuwa wanahubiri Injili. And if we all preached. Na kama sisi zote tungehubiri. This nation will be saved. Taifa hili la Kenya litakuwa limeokolewa. Amen. Amen. We are going to give you guidance on how we are going to have the break. Tutaenda kuwapatia maelekeo jinsi tutaenda kuwa na mapumziko. Because we are going for a short break. Maana tutapumzika tu kwa muda kidogo sana. Already the preacher has said he'll be back 2 sharp, he'll be here. Tayari mhubiri amesema anarudi saa 8 kamili atakuwa hapa. That means we have only 1 hour 2 minutes. Hiyo ina
ya kwamba tuna risali moja dakika 2 pekee. And so that's how we are going to do it. Basi hivi ndivyo tutakavyofanya mambo. We'll ask all our guests just to leave first. Nitaomba tu wageni wetu wa heshima kwanza waondoke. The rest of us remain seated. Wengine wetu tutabaki kama tumeketi. But let's do this before we go. Wacha tufanye haya kabla tujaondoka. Before we disperse ourselves. Kabla tujaondoka. The guest speaker who is speaking to us mnenaji mgeni anayetuhudumia was introduced to us aliweza kuletwa kwetu sisi by one of the East African and African fathers. Baadhi ya baba mmoja wetu wa kiroho katika bara la Afrika Mashariki na Kati. And who was with us just a month ago. Ambaye amekuwa pamoja nasi mwezi mmoja ambao umepita. Here in the stadium but outside. Katika uwanja huu lakini kule nje. So we've just, instead of us coming back later, let's have him. Badala sisi kuondoka tena turejee, si tumkaribishe. Let's have him speak to us. Ili apate anapotunenea, pray for us. Aweze kutuombea and dismiss us for lunch. Kisha baadaye atuelekeze kwenda mankuli ya mchana. So after he prays for us, baada ya kutuombea, we shall give you direction how to go for lunch. Tutawapa maelekeo jinsi ya kwenda katika mapumziko ya sasa. And the man I'm talking about, na yule baba ananena habari zake. Now he is part of us in this city. Sasa yeye ni sehemu yetu katika mji huu. When we were talking with him this morning, tulipokuwa tunaongea na yeye asubuhi ya leo, he was telling me, alikuwa ananiambia, we want to push all great preachers to Kenya. Anataka kuwasukuma wahubiri wote wazito hapa Kenya. From all over the world. Kutoka katika dunia yote nzima. So that Kenya, ili ya kwamba taifa la Kenya, the revival they have been waiting for. Itaweza kuingia katika uamsho ambao wamekuwa wakiombea. He was even reminding me sending another one by the beginning of the year next year. Na ananikumbusha ya kwamba katika mwanzo wa mwaka atakuwa na mkutano mwingine. Atapanga mkutano mwingine. So ladies and gentlemen, kwa hivyo mabibi na mabwana, let's have one of our East African fathers and African fathers. Wacha tu na baba yetu mmoja wa kiroho bara la Afrika Mashariki na ya Kati. Pray for us and dismiss us. Akituombea na kutupa ruhusa ya kuondoka. After which we shall make the announcements. Kisha baada ya hapo tutafanya matangazo. This is none other. Na huyu sio mwingine but Pastor Robert Kayanja. Baba Robert Kayanja. Hallelujah. Endelea kumpigia Bwana makofi mazuri. You can do better than that. Unaweza kufanya vyema kuliko hivyo. Last month he was here with us. Mwezi uliopita alikuwa nasi hapa. And pastor, you amazed us. Na mchungaji ulitushangaza. You could preach for 3 hours, 4 hours. Angehubiri masaa 3, masaa 4. And Kenyans would wait for you up to 10 p.m. Na Wakenya walikungojea mpaka saa 4 usiku. Welcome. Karibu sana. Asante sana. Pigie Bwana makofi. You're interpreting? Okay. You know me, I use 10 interpreters. Her Excellency, the First Lady of Kenya, Mama wa Taifa, Mrs. Kenya. Ruto, Mama Ruto, all the fathers of this country. Where is the other guy? You come, you've been interpreting, you are tired. Give me that guy, give me that guy. Tupigie makofi mtume Chengo. Yeah, let me this guy. So, we are honored to be here. I think Kenya, you are the most blessed country in the world today. Yesterday we were in Eldoret because of your First Lady. Dr. Rodney had to make a stop over there because of her. And then you know, when we were in Eldoret, I began to see patches of maize growing. And the Lord spoke to me and he said, Kenya is already blessed and is going to be more blessed because of these great leaders. Secondly, and I want to thank all the fathers in this country. I saw Dr. Lai.
Please, Dr. Lai, come over here. Tafadhali Daktari Lai njoo hapa. I saw Bishop Kitonga. Askofu Kitonga. Come on, Bishop Kitonga, come up here. Naomba mje tafadhali. These are the fathers of our land. Hawa ndio kina baba wa mji. And Bishop Nganga, I don't know where he is. Baba Askofu Nganga sijui yuko wapi tafadhali. Dr. Chula, I don't know where you are. Yuko wapi Daktari Chula sijui yuko wapi. I'm just picking up on the names. Nataja tu majina. And we've known each other with Dr. Lai for a long time. Tumejuana na Daktari Lai. My wife actually was there last month preaching. Mke wangu alikuwa pale mwezi uliopita. And Papa Chitonga, we've known each other for a long time. Chitonga tumejuana kwa muda mrefu. You know, when you have these fathers in a meeting, wajua mkiwa na kina baba hawa kwa mkutano. Bishop Nganga, Askofu Nganga. When you have these fathers in a meeting, and another one, please. Na mwingine tafadhali. No, Apostle Subi, please come. Mtume Subi tafadhali njoo. Askofu. Yes. And the chairman, when you have this meeting, I know we are limited with time to go and eat and come back by 2. Archbishop Kibarabara. Archbishop Kibarabara tafadhali. Who else? Nani mwingine? Bishop Mark. Askofu. Okay. Yeah, the fathers who are here, please. Baba wale I want you to give them a better hand clap. Nataka tuwapigie makofi mazuri tafadhali. Pastor T. Mchungaji T tafadhali. Pastor T. Mchungaji T. Hey. Apostle Subi. Apostle Subi. That one is Pastor T and Pastor K. So you better clap for me. Mimi ni Pastor K. Tafadhali nipigieni makofi pia. I mean, when you have this great men of God, hey, you can sit over there. This is another great man from South Africa. Huyu ni mtu mwingine mkuu kutoka kule Neighbors Mumba. We've known each other for a long time. Mumba tafadhali tumejuana kwa muda mrefu. And he came with Dr. Rodney. Na alikuja pamoja na Daktari Rodney. Apostle Chula. Apostle Juma. Apostle Juma tafadhali. Lucy. Angojere. Lucy Wangunjiri tafadhali. Lucy Wangunjiri. I'm sorry, I'm just giving a name. Tafadhali ninapewa tu majina. You know, Kenyan's names sometimes wajua majina ya Kikenya tafadhali they're very complicated. Wakati mwingine anachanganya kidogo. If they don't start with a K. Kama yaanzi na K. Now, listen. The meeting has just begun today. Mkutano umeanza tu leo. And you see how Dr. Rodney goes and touches so many things because he's a revivalist. Na wajua vile Daktari Rodney He's anaguzia not a speaker, he's a revivalist. Yeye sio mnenaji. I remember when Dr. T.L. Osborne was around. Nakumbuka wakati Daktari T.L. Osborne could start on one topic. Angeanza na mada moja. And for 5 hours he's still talking. Na kwa masaa 5 bado anazungumza. But touches on so many topics because I mean, revivalists, that's what they do. Lakini anaguzia mambo mengi, they punch you on the head, in the stomach, in the legs and arms, and by the time you realize, ukienda kuelewa, the day is over. Siku imesonga. And I know what is coming, and we have our fathers here. Na najua kinachokuja na hivyo tunakina. I just wanted to introduce them to you. Hivyo nataka kuwawakilisha. And then we break and then we come back. Kisha tuondoke na turejee. Later on we'll get time for them to speak to us. Baadaye tutapata wakati wao kuweza kutuzungumzia. But I'm honored that you are here. Hivyo naheshimika kwamba mko hapa. And also tomorrow. Na pia kesho. As the program is going to go. Vile ratiba yetu itasongea. And but I believe in all my heart lakini naamini kwa moyo wangu wote that these are the best moments for Kenya. Kwamba hizi ndizo nyakati zinazofaa kwa ajili ya nchi yetu Kenya. From the top down and from the bottom up. Kutoka juu kushuka hadi kutoka chini kupanda. So when I shared it with the first lady that Dr. Rodney was going across Africa. Hivyo nilipoweza kunena jambo hili. Why not stop in Kenya? Why not come to Kenya? Why don't we do this? Dr. Rodney tembelea Afrika akasema ni kwa nini asitembee Kenya?
And I know you are standing a great privilege. Na hivyo najua kwamba mnasimama I would mahala have pa grabbed him and nafasi take him to Uganda. I know he's coming to Uganda. Najua pia anakuja yukule before Uganda. this trip is over, but kabla ya kumalizia safari yake. I said no, Kenya, you can have him first. Nikasema Kenya kwanza wampokee. And so, and I know we are going to be blessed. Kwamba tutabarikiwa. So let's pray for our food. Hivyo basi tutaombea chakula chetu. So that by 2 p.m. we are here. Ndiposa saa 8 tuwe mahali hapa. Already seated. Tukiwa tumekaa. So that he can unleash or unload what God has put on his heart. Ndiposa aweze kufungua na kutupea yote. And tomorrow is another busy day. Na najua kesho ni siku nyingine na mambo mengi. Actually this evening when he finished ministering, jioni ya leo akimaliza kuhudumu, I'll ask some of our fathers here. Nitauliza baadhi ya kina baba wetu hapa to be able to speak to us. But God is good. Mungu ni mwema. And God is great. Na Mungu ni mkuu. And God is going to do mighty things. Najua Mungu atafanya mambo makuu. I've known Dr. Rodney for a long time. Nimemjua Daktari Rodney kwa muda mrefu. Since 1984. Tangia mwaka wa 84. So we've been great friends. Na tumekuwa marafiki wakuu. Of course he's African. Najua kwamba yeye ni Mwafrika. And God is using him so mightily. Na Mungu anamtumia kwa njia kuu. And this evening you have not seen the baptism of the Holy Spirit, but you wait. Jioni ya leo hamjaona ubatizo wa Roho. Ngojeni tumtaona. Today was an introduction. Hii ilikuwa ni kuwakilisha. You wait what is coming. Ngojeni kile mtaona. Some of you are going to sleep in this stadium. Wengine mtalala hapa. Oh, nobody wants it. Anaona kwamba ni kama I said somebody is going to sleep in this stadium. Nasema kuna mtu atalela hapa kwa hema. Father, in the name of Jesus, bless our food. Baba, kwa jina la Yesu, let it be nourishment to our bodies. Kiwe cha manufaa kwa and give us strength. Na utupe nguvu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Now from the we'll first wait for the first lady to exit. Tutamgoja mama wetu wa kwanza atangulie. The spiritual fathers will follow. Kisha baba zetu watamfuata. And then others will also na kisha baadaye wale wengine will follow. I'll take back to the chairman. Tutaelekeza na msimamizi. Hey, the mother of the president is here. Mama wa rais wetu yuko hapa. Apigiwe makofi. Ndio hawa wanaondoka. Come on, give mama a better hand clap. Tumpe mama yetu, mama wa rais, makofi mazuri. So Mrs. Lai, mighty woman of God. She's the mother of the land. Please, you can follow. And then I will let this chairman. I give you back your mic. Thank you so much. Wow, let's appreciate Pastor tupige makofi mazuri for the good guidance. Kwa ajili ya wakati mzuri. Wow. Everybody have your seat. Naomba kila mmoja usikae chini, kaa kwenye kiti chako. So have your seat everybody. Naomba ukae kwenye kiti chako. Yes. Ndio. We are going to be guided on how we are going to break. Tutapewa mwongozo na mwelekeo jinsi tutaenda kupumzika. After we are given guidance, baada ya kupewa mwelekeo, all the workers, wafanya kazi wote, all the workers, watenda kazi wote, after you ensure everybody has moved out well, baada ya kuhakikisha kila mtu ametoka vizuri, you come to the back here. Mtarejea huku nyuma ya hema, hapa nyuma ya jukwaa. All the workers, wafanya kazi wote. You can use these doors on this side. Mtatumia hii milango iliyo upande huu. Let me see all the bishops in the house. Wacha nione maaskofu walio katika mkutano waliosimama tu mahali. All the bishops. Maaskofu wote. All the bishops in the house. Maaskofu wote. All the reverends and overseers in the house. Makasisi na wasimamizi, overseers, simameni tu. All the pastors in the house. Wachungaji wote ambao wako katika kongamano hii. All the pastors in the house. Wachungaji wasimame wote. I'll call Chris. He'll guide you, bishops and pastors.
Nitamuita Reverend Chris, atatuongoza maaskofu na wachungaji. And you guide everybody. Na ataongoza wengine watu wote. Thank you, Chris. Asante Chris. Tumpigie askofu makofi. Yeye ni baba wetu, anatupenda sana na anatufunza jinsi ya kuwa baba wazuri na husbands wazuri. Tuketi. Yeah, within a short time we will be going to have our lunch, and we are trying our level best. No, announcement ya chakula mtu haezi kosa in any language. Yeah, so we are going to eat in the following order, and we are trying, we are improving. So we have our bishops and the reverends, and then we have the workers, and then we have those with the VIP badges, and we have those that have official badges. Ni vigumu kulisha kila mtu, lakini tumejaribu round hii. Wakati ulipita tulilisha watu